Niambie watu wetu wa Meru na watu ya Mlima Kenya na watu ya Kenya. Tulikubaliana zile nafasi atatupatia za mawaziri. Interior akapatia Kindiki, tukasema tumeshukuru. Koril, yeye ndiye mwenye kusema huyu kijana wetu waziri wa Meru anaitwa Kareithi, amemwekea Koril hapa chini yake. Huyu William Ruto hakuna mtu ambaye si ya kabila yake anafanya kazi naye. Yeye anakupatia kiti pale juu, lakini chini yake anakuwekea mtu ya kabila yake. Yeye anafanya kazi na huyo mtu. So ile kazi hii yote alinichenga, akaniwekea watu wale wanaitwa flower girls. Wako tu pale, hawana nguvu, hawana chochote, hakuna kitu wanaweza saidia wewe nawe. Haya matamshi yako uoni ni kama kwamba yanachochea dhidi ya kabila fulani? Hakuna kabila, tunaongea mambo ya ukweli. Naam. Unajua ukweli lazima useme. PS wanawekwa ambao utasema ndio powerful kuliko sasa sinakwambia alinichenga mimi. Naam. Si ameniwekea waziri Nturi, mimi nimefurahi. Okay. Lakini amenichenga pale chini, ameweka mtu anaitwa Engineer Rono. Huyu ndio anafanya kazi na yeye. Linturi tu ni mtu tu ya kukaa anatembea. Ile nguvu unaweka Pokot, ile nguvu unaweka Marakwet, ile nguvu unaweka Samburu ya kung'ang'ana na magaidi wanaumiza watu. Kwa nini wewe na ni waziri wa usalama, wewe ni Inspector General, watu wa nyumbani wanaumia na mimi niko hapa tukiongea tukiwa watatu? Baadaye rais aliniita akanisomea sana. Kindiki alienda akanishtaki. Akaniita akaniambia, wewe Rigathi, mbona nasomea waziri wangu namwambia apeleke askari Meru? Wewe uko na ukabila sana, wewe ni mjinga sana. Wewe usiingilie kazi ya usalama. Nikamwambia rais, kwani hao watoto wa watu wa Meru hapana wa Kenya? Kwani hao ni watoto ya nani? Hapana watoto ya mama. Ile nguvu umeweka Pokot ya kusaidia watu ya Pokot kwenu. Ile nguvu umeweka kusaidia watu ya Marakwet. Ukitumia huyu Kindiki, amesaidia Samburu, amesaidia Pokot. Bona yeye na ni mtu ya hapa Meru, wa Meru wanauawa. Na wewe rais ndio unamwambia saidie kwenu na hasaidii kwetu. Mimi nikiwa naibu wa rais ulichaguliwa na wewe. Mimi nilienda Meru nikakutetea. Nikifika Meru watu wananiuliza maswali. Na watu wananiuliza maswali. Wewe ni naibu wa rais. Waziri wa Interior ni Kindiki. Inspector General ni Kome. Mbona tunauawa? Na mbona tunaona kazi inafanyika Nturi ataharibu Meru? Sasa wewe tusaidie, tulete wazee na ile watu wako na msemo waongeleshe watu tutengenezee Meru. Mimi nataka kusema hao wabunge wetu 10 pamoja. Pale niliona mwingine anainama kwa rais karibu anaguza chini. Niliona mwingine amepewa kazi juzi governor anaita rais ya baba yetu. Sasa hiyo ndio maneno imeturudisha nyuma. Na mimi ndio rais hakunipenda. Na ndio alinifukuza kwa sababu mimi sikia Martin. Mimi nilikuwa namwambia rais, sisi tulikuchagua. Wewe ulituahidi mambo fulani. Hujafanya, utafanya siku gani? Wewe hapana kuja kudanganya sisi tufanyie. Sasa hao watu wanaenda kwa rais. Mimi nataka kuwasihi. Tunataka wakitoka huko Wednesday, rais atangaze operation katika county jirani na Meru ya kurecover zile ng'ombe ya Meru imeibiwa na kusimamisha fifo katika watu wa Igembe, watu ya Bori, watu ya Tigania. Lakini kama tu wataenda kuchukua pesa, kwa sababu huko ni pesa inapeanwa. Huko pesa ni mingi sana Martin. Sijui kama ulipata kitu siku kwamba state launch. Huko pesa ni mingi na inapeanwa. Wasiende huko hapo. Akamwambia wewe simama kiti ya gavana. Ruto akasema mimi hii kiti sitaki. Akasema hapana, nisaidie ndugu yangu. Kama hii kiti wewe hapana simama, Kiraitu wakiwa pale na Munya, hii kura ya rais wanaweza haribu. Iende kwa Azimio. Wewe simama, ukikosa tutakuleta kwa serikali. Tuka negotiate. Linturi hakuna kazi alipewa na William Ruto, alifanyia kazi. Linturi akaenda pale akapambana, hakupita. Tulipoingia mimi nikaongea na rais na Linturi, tukamwambia aende kwa kilimo. Lakini rais hakumtaka. Alimpatia tu kwa sababu tulisema lazima apate kwa sababu tulimwahidi. Lakini akamwekea PS. Hakuna kazi Linturi alikuwa anafanya pale. Sasa ukituambia rais alikuwa hataki Linturi, na nakumbuka mkiwa Maua kabla ya inauguration, president yeye mwenyewe alisimama na akasema Linturi atampatia kiti, hata kama hatampatia kiti kingine atakuwa anakalia hiyo yake kidogo anainuka. Hiyo ni kuongea mdomo ya rais ni tamu sana. Rais hakuna kitu aweze kukuambia. Hata mimi yangu ananitaka, alinihitaji tu nimpitishe kwa sababu alijua mimi niko na umaarufu na ushawishi wa kuongelesha watu wetu wampigie kura. Lakini alikuwa amepanga kunitoa tangu kitambo kwa sababu yeye hataki mtu yuko na akili, hataki mtu yuko na msimamo,
hataki mtu ambaye ako na mafikra. Wakati Anataka wa mtu yes sir. Ulikuwa unajua kwamba hakutaki? No, si niliona, sianza kuona kutoka day 1 day 2 matarau ile yako nayo kwangu. Unasikia? Na kuniita mkabila na kunitukana na kunikataza kutetea ile tulikubaliana. Unajua mimi tulikubaliana na rais mawili. Mimi nitakuwa deputy wako. Nikusaidie kama deputy president, kama principal assistant ufanye kazi ya urais ya Kenya. Lakini nitakuwa natetea watu ya mlima kwa sababu hawa ndio wamekupatia kura zimefanya upite kama urais. Hii hapo ndio tulikuwa tunakosania na yeye kwa sababu yeye hataki mimi niongee mambo ya watu wetu. Kwa sababu wewe si deputy president wa watu wenu, wewe ni deputy president wa Kenya. Ndio tulisikizana kazi mara mbili. Naam. Kazi mara mbili. Nimsaidie kama msaidizi wake kazi ya Kenya. Lakini kazi ya pili nisimamie interest ya watu ya nyumbani. Sasa yeye ni president wa Kenya. Si ameweka watu 72 kutoka kabila yake. Ameweka kaparasteto. Hao watu si ya Kenya. Hii ni watu ya kabila yake. Hakuna mtu, hakuna pahali ametoka Martin. Na hiyo ilikuwa ni masikizano kati ya mimi na yeye ya kwamba mimi nitafanya kazi ya kumsaidia Kenya. Na nilifanya. Akanituma ng'ambo, ananituma kupeleka chakula, ananituma hii, lakini pia kusimamia watu wale ambao walimpigia kura 47%. Sasa mimi kutetea hii watu, kusema hapa unatufinya, hapa utupeleki mzuri, anasema mimi niko na ukabila. Unasikia? Mimi nikwambie mambo ile moja, na ni mzuri niambie watu ya Meru. Huyu Mithika Linturi, kama kuna mtu ameumia kwa serikali ya William Ruto, akinyamaza ni huyu mzee. Mimi na Linturi, hii fertilizer aliwekelewa ati ameleta fertilizer ya wizi, hakuhusika. Fertilizer ilikuwa inanunuliwa kutoka State House na rais na head of public service anaitwa Felix Koskei. Hakuna pahali Linturi alihusika. Lakini signature yake inatumika. Na si yeye anaweka, inawekewa tuko kwa maofisi. Unasikia? Siku fertilizer imepatikana mbaya. Na mwenye kuuza hiyo fertilizer ni Muhindi anaitwa Defki, ambaye ni rafiki ya rais. Ambaye ndio wanafanya na yeye biashara ya affordable housing. Wakajaribu kuletea Linturi shida. Saa ile Wakenya walileta kelele sana, wakaona wajinawa mikono na Mithika Linturi. Huyu mtu amepewa kazi ya waziri hapa juzi. Huyu mbunge alikuwa ya Bere North. Anaitwa sijui nani. Geoffrey Ruko. Ndiye alipewa kazi ya kota signature ya kufukuza Linturi. Mimi nikamuita. Kamuuliza, wewe Ruko, wewe ni mtoto hapa mbele na Felix Koskei. Huyu mtoto wetu anataka kuuliwa bure. Akuwe sacrificial lab. Please wachana na hiyo maneno. Unasikia? Ruko akaniambia, okay, mimi akatoa list, alikuwa na 82 names akanipatia. Nikaangalia. Akaniambia, mimi nimesikia. Unless nipewe amri nyingine, ya? Hiyo maneno nimewachana naye. Sasa mwenye nani naweza kutoa amri nyingine kuliko mimi? Si ni rais? Nikaweka yeye kwa ndege. Tukatembea na yeye pahali tulikuwa tunaenda na rais. Tulipotoka tukaenda State House na yeye. Tukakula lunch na rais. Akamwambia rais, huyu Ruko huyu ndio anatatiza waziri wetu Linturi. Na ndio anachukua masignature ya kufukuza waziri wetu. Na huyu waziri hana makosa. Rais anajifanya, ni yeye. Ni huyu anafanya. Wewe Ruko, sitaki hiyo maneno. Haya. Asema wewe Rigiji, sasa ni sawa, niwachie hii mtu ninyorosha yeye. Mimi nikatoka nikaenda. Ruko akaenda akaitwa kaongea na rais. Ruko alikuja kunitafuta. Akatoa pesa kibunda. $40,000. Akaniambia ndio hili nimepatiwa na rais, nimeambiwa niendelee kuchukua signature ya kumkuza Linturi. Nikaita Linturi. Nikamwambia rais ndio mwenye kutumana signature utole. Linturi anasema au si huyu William Ruto amelala kwangu maua, anaweza kunifanyia hivi? Nikamwambia iko namna hiyo. So siku ile lienda ikashindikana. Na ni mzuri nieleze. Linturi akaokolewa pale bunge. So asubuhi moja rais tukiwa hapo kwake akaniambia, huyu Linturi sasa ile mambo yake si imeisha. Sasa mwambie afanye kazi na wewe usikuje tena kusema ati mimi napiga Linturi. Mimi siwezi piga Linturi, mimi ni Mkristo. Kwa hivyo mwambie sasa afanye kazi na hii maneno ilifanyika tuachane naye.
So mimi nikafurahi. Tulikuwa tunaenda Safari Park, kulikuwa na mkutano ya CDF. Nikiwa barabarani Linturi amenipigia. DP yuko wapi? Namwambia naenda Safari Park. Mimi nashikwa. Nashikwa na nani? Na DCI. Kwa nini? Ati mambo ya fertilizer. How come? Mimi hata sasa nimeingia hapa Ikuru, Subaru wananifuata, nataka nikamatwe. Ati DPP ameithinisha ati niko na makosa nipelekwe kotini. Nataka uulize rais kama mko na yeye kama anajua hiyo maneno. Nikamwambia hakuna waziri Kenya anaweza shikwa bila rais kujua. Are you sure? Akaniambia ndio. Haya. Katoka hapo. Nilikuwa mbele ya rais, kufika tu nikamuita kando, nikamwambia rais nataka tuongee kidogo. Akasema iko nini? Nikamwambia iko kitu very urgent. Akasema haiwezi ngoja, nikamwambia hapana. Iko nini? Nikamwambia rais, si asubuhi niambia Linturi afanye kazi. Mbona huku niambia anashikwa? Kuna mtu Kenya waziri anaweza shikwa bila yeye kujua? Akasema hapana. How come Linturi anashikwa? Either wewe si mtu mzuri ama hujui nini naendelea Kenya. So akajifanya akapiga masimu. Luckily alipiga simu ameweka speakerphone, akapigia DCI. Yeah? DCI, hii maneno mimi nasikia Linturi nashikwa ni maneno gani? Oh, sijui nini, tulichunguza nini, lakini DPP ameapprove. Kwa nini mnashtakia bila mimi kujua? No, sisi tulifikiria kama DPP ameapprove, ameuliza ruhusa kwako. Akasema ngojeni kidogo nitamwambia. Akapigia DPP. DPP iko namna gani? Hii maneno ya Linturi iko namna gani? Oh, tumetaka ashtakiwe. Kwa nini? Si rais ulisema tukusaidie maneno hii mtu akuondoke? Karia rais alikuwa ameweka speakerphone akasema. Unasikia? Sasa ndio nikajua ndiye mwenye kupanga hii maneno. So wacha nikwambie, nikatoa ukali nikamwambia rais, wewe si mtu mzuri. You cannot do this. This Linturi is an innocent man. Mbona namweka kesi na nyinyi ndio mmeuza fertilizer? Sasa hiyo maneno ikasimami, hiyo file ya Linturi si ilikuwa imefunguliwa? Ingali iko. Unasikia? Sasa rais alitaka njia ya kufuta Linturi. Luckily for him, hii maneno ya Gen Z ikakuja. Alikuwa anatafuta njia ya kumfukuza. Unasikia? Unajua mtu kwa vile ile kitu itafanya watu wakatae kuamini haya maneno unayosema saa hii mheshimiwa, ni kwa sababu ulikuwa kwa serikali hiyo wakati, imeisha miezi kadhaa kutoka ungatuliwe uongozini na hujayasema unayasema leo. No, nilikuwa nangojea niliuliza Linturi. Yeah. Unajua mambo ya mtu binafsi. Ni mambo hutakiwi uongee bila idhini yake. No. Na juzi ndio nimeketi na Linturi. Nikamwambia Linturi, hii ukweli yako na vile Ruto alikutendea ni mzuri julikane. What do you want? Akasema sasa hata mimi pahali nimefika, wacha ukweli ijulikane. Si hata yameongea last Sunday. Sasa ni mzuri tuseme. William Ruto alikuwa amepangia Linturi kesi ndio amuondoe katika serikali. Nikakataa, nikatoa ukali. Siku Gen Z imekuja amepata mwanya ya kumtoa. Sasa mimi najua vile Linturi ametangaza msimamo yake ya siasa. Hiyo file ya uongo alikuwa amefunguliwa na William Ruto na DCI itafufuliwa. So ni mzuri watu wa Meru na watu wa Kenya wajue ya kwamba Linturi hakuhusika kwa mambo ya fertilizer. Alifunguliwa kesi ya uongo kwa sababu walikuwa wanataka wajinawe mkono naye. Manake vile mimi najaribu kukuambia Martin, ni ile matatizo tulipitia kama watu ya mlima katika serikali ya William Ruto. Na ile matatizo mawaziri wa kidogo. Akasema iko nini? Nikamwambia iko kitu very urgent. Akasema haiwezi ngoja, nikamwambia hapana. Iko nini? Nikamwambia rais amechaguliwa, mtu namuuliza maswali, mtu nakataa, mtu nasema hapana, kama mambo ya Gen Z.
Si uliona Mombasa nikisema siwezi kubali? Gen Z rais tulikosana naye kwa sababu ya kuua watoto. Nikasema mimi siwezi kubali watoto wa Kenya wauliwe. Hao watoto hawana makosa. Wanasema finance bill ni mbaya. Wanasema kodi watu wametoshwa zaidi. Alafu watu wanauawa. Sasa yeye alitaka atoe mtu ya kuchaguliwa, mtu ambaye anaweza uliza swali. Aweke mfanyikazi, mtu ya yesa, mtu ambaye hakuna swali anaweza muuliza kwa sababu yeye ndiye amempatia kazi. Na sasa pahali tumefika katika mlima. Hao wabunge wamenunuliwa. Mr. Yesa hawezi tetea hawa. Sasa sisi ni Mungu tu atatusaidia. Na sisi tutakuwa tukiuliza maswali tukiwa nje kwa sababu sasa mtu ya kutetea watu wetu katika hii serikali ni nani? Nani atatetea watu wetu? Pale Sagana, president alisema kwamba hawa wabunge wenyewe walikuwa hawakutaki wewe. Sasa labda una hasira na president na una hasira na MPs ambao walikuwa hawakutaki ukue president prior to general elections za 2022. Ya bana. Si ati hawakuwa wanataka. Yeye ndiye alikuwa amewapatia pesa waseme mimi sifai. Wacha nikuambie, huyu William Ruto ni mtu sasa tumemuelewa sana. Alitaka kuniuzia uoga kwa sababu alijua mimi ni mtu mkakamavu. Na mimi nikikalia kiti nitasimama kidete. Sasa anachukua hii wabunge anawapatia pesa, kataeni huyu. Lakini anajua yeye anataka mimi. Kwa sababu bila mimi hawezi pita. Mimi ndio nilikuwa namsaidia. Pia naweka pesa yangu kwa kampeni na kumtetea na kueleza watu. Alijua anataka mimi. Lakini anataka kuifanya ionekane mimi nimpigie magoti na kumshukuru atisipokuwa ni yeye singekuwa. Yeye hakuwa na njia nyingine. He had no other formula ya kuwa president. Formula yake ilikuwa ni Mlima na Rigathi Gachagua. Bila Mlima hangepita. Bila Rigathi Gachagua kumsaidia kusanya kura ya Mlima hangepita. Lakini alitaka aniuzie uoga, analipa wabunge, kataeni hii mtu, alafu mimi niseme hapana, wewe ndio utakuwa. Ndio mimi nikuwe nikimuinamia na kumunyenyekea na kumusifu. Unasikia? Unajua, alisema kwamba watu walikuwa washamkubali. The only reason maybe alikuchagua ni kwa sababu it is constitutional, ati lazima ukuwe na running mate ukienda kwa debe katika uchaguzi. Number 2, umesema mambo ya kufinance elections. The other day nimesikia Sudi akisema kwamba yeye alikuwa uulizwa kwamba wewe ulikuwa unapatiwa pesa ngapi. Kuongea mambo ya mtu kama huyo. Hiyo ni kuniuthi. So wewe ulikuwa mimi hao ni watu rais anatuma kutukana viongozi. Anatuma huyu kunitukana, leo ametuma hao kutukana Uhuru Kenyatta. Hiyo ndio kazi ya William Ruto. Ako na chuki na jamii yetu na viongozi ya Mlima Kenya. Leo hao watu yake, huyu alikuwa ananitusi. Kwa hiyo huyu alituma kijana ananitusi kwa TV moja ya kijamii. Leo ameshida akitusi Rais Uhuru Kenyatta. Na hiyo ndio kazi ya William Ruto. Wewe pia ulitusi Uhuru Kenyatta? No, gocha. Hiyo ni yetu hapa na sisi kama watu ya Mlima. Sisi tumesemeana, tumekubaliana, tumejua ile makosa tulifanya, tumekubaliana. Mimi nakueleza ya kwamba William Ruto hakuwa na formula nyingine ya kuchaguliwa. Alihitaji kura ya Mlima Kenya. Alihitaji running mate ambaye ako na ushawishi, ako na ulimi, ako na uwezo wa kuzunguka na kusanya kura yake. Katika Meru nilifanya 49 meetings ya kumsanyia kura na akapita. Alipopita akakuwa sasa hana haja na mimi. Lakini yeye anafikiria ni mjaja sana. Yeye alikuwa anafikiria ati akinitoa ati mimi nitaenda tu abaki na hii watu ya Mlima. Mimi nilitoka na kila mtu na sasa ndio anajua. Leo ndio anajua ya kwamba hakuna mtu nilibaki naye kwa sababu hii watu ya Mlima Martin. Hao ulienda nao ni kina nani na wabunge wa Mlima Kenya wachana na mambo ya wabunge. Mimi nakuuliza juzi, si wamekuja Meru? Si watu walikuwa wanalipwa kuja kwa mkutano? Mimi leo nimeshida Nyandarua. Mkutano yangu haina bus, haina mtu nalipwa, watu najaa. Rais hapa kusunguka hii mlima alitumia zaidi ya shilingi bilioni 1. Watu hata uliona Meru kwa mtandao, watu wakifundishwa vile watamkaribisha. Kwa sababu yeye amebaki na wabunge. Lakini raia walihama kitambo. Kwa sababu hayo raia hawataki usaliti na hawataki kudanganywa. Unajua hii raia ya Mlima Bwana Martin si watu wajinga. Sasa nikuulize juzi, niko na list hapa. Rais alikuja pale Maua kuzindua muradi ya sewage. Hiyo muradi ilifanywa na Mwai Kibaki 2004. Unasikia? Mwai Kibaki alifanya hiyo muradi ya Maua
204. Rais amekuja ameizidua mara 3, anakuja kuzidua mara ya 4. Watu ya Maua anamwangalia tu, wanasema na huyu rais kwani anafikiria sisi ni wajinga kiasi gani? Ameenda pale kufungua project ya stima pale Imenti. Ilianzishwa na Kiraitu 9 years ago. Ameenda pale Tharaka University. University ilikwisha kitambo, tuition block inapakwa rangi, anazindua. Wale wenye kupaka rangi wanamwangalia tu, wanauliza huyu rais kwani anaona sisi ni wajinga kiasi gani? So rais hako na wabunge hao wa Meru 10, hao ni watu wake. Lakini raia ya Meru, enda huko uongeleshe, waulize pahali wao wako. So nimwambie yeye aendelee tu kutupangia, aendelee tu kuumiza watu wetu, ni sawa. Lakini siku itafika ya kiama. Siku ya kiama itafika. Sisi ni wale tu, na tuko tu pale tunamngoja. Unajua Mheshimiwa Gachagua, ningetaka kujua tu lengo lako ni lipi katika haya mambo yote, hii siasa yote na hiyo mikutano ambayo unafanya na haya maneno yote, lengo lako ni lipi? Kwa sababu you were impeached. Lengo langu kuwa impeached, mimi si kuwa impeached na raia. Mimi nichaguliwa na raia, si kuchaguliwa na wabunge. Na hiyo tu ni process ilifanyika, bunge iko kotini inaendelea na itakuwa sawa. Hata nikiwa impeached nisipokuwa impeached, mimi ni kiongozi. Leo nimekuwa mikutano na jaa watu 10,000. Kwa nini? Kwani hiyo watu waseme mimi ni impeached? Wanakuja mkutano kunisikiza. Lako ni lipi kwa mambo? Wanakuja kunisikiza kwa sababu mimi ni kiongozi. Mimi niko siasa ya kurekebisha uongozi wa Kenya. Na mara 2 kuokoa Kenya kwa sababu uchumi wetu umezoroteka, wizi umezidi, na pahali Kenya naendelea tutaangamia kama taifa. Number 2, lazima nirudishe heshima ya watu ya Mlima Kenya. Huyu rais ametuaibisha, ametukosea heshima, ametutumia vibaya. Sisi alitudanganya tukaenda kwa siasa na chama yake. Tumekubaliana kama jamii, tumetoka UDA tutakuwa na chama yetu. Na hiyo chama yetu ndio tutasimamisha watu naye. Kwa sababu huyu mzee anaitwa Raila Odinga. Mimi namwadmire nikiangalia. Yeye hajakuwa rais wa Kenya, lakini anaingia kwa kila serikali kwa sababu ako na chama yake na watu wake, watu wazuri. Na vile anawaambia wafanye ndio wanafanya. Na ndio anaingia kwa serikali vile anataka. Sisi katika Mlima Kenya tutakuwa na chama yetu na Wakenya wengine. Na tutakuwa na zaidi ya wabunge 150. Na sisi yetu na kulipa yetu kwa sababu katika bunge, katika senate. Number 2, sisi tunavuta viongozi wazuri ambaye na kwa hiyo katika chama chetu tutauliza wananchi wa Meru, wa Embu, wa kila pahali waangalie viongozi wazalendo. Sio wale wanaweka tumbo zao mbele, sio wale ambaye wanasaliti jamii, sio wale ambaye wanaweza kuuza hata mama yao kama bei iko sawa. Kwa hivyo hii siasa yetu hatufanyi peke yetu. Rais alitaka kutukawanya kama Mount Kenya East and West na watu wamekataa. Na mimi nataka nishukuru watu wetu. Na niambie wa Meru, mkiwa peke yenu kama wa Meru hakuna pahali mtaenda. Watu wa Embu mkiwa peke yenu hakuna pahali mtaenda. Wakikuyu wakiwa peke yao hakuna pahali wataenda. Nguvu yetu ni umoja wetu. Kura yetu itakuwa na maana kama tuko kitu kimoja. Na tangu zamani nyungu ya mti ya gema inaiva na mawe 3. Jiwe la Mkikuyu, la Mwembu, la Mumeru. Tusikubali kugawanywa. Na tukikubali, kwa sababu ndivyo William Ruto alikuwa anatupangia, tutalia. Unajua Bwana Martin, Uhuru Kenyatta alikuwa ametuonya. Na mimi nimeomba msamaha kwake mara mingi kwa niaba ya jamii. Akatuambia mjihadhari huyu William Ruto. Hatukumsikia. Saa hii tunalia. Uhuru anacheka pahali yako. Mimi nataka kutahadharisha watu wetu tujihadhari. Kwa sababu huyu kiongozi hataki sisi mema. Uliona juzi amekusanya watu huko pahali naitwa Mount Elgon. Mbunge naitwa Dani Wanyama anasimama na rais ameketi pale. Huyo mbunge anasema sisi tutaunganisha jamii zingine zote kupigana na hii watu ya Mount Kenya, tuisolate hao wakuwe peke yao, na rais ameketi. Aliposimama na yeye anasema anatafuta umoja wa Kenya, hakukashifu huyu MP, amwambie hiyo hapana maongeo mazuri, kwa sababu hiyo maneno mwenye kupanga. Lakini uzuri
hii kura tulipea William Ruto. Hata kama tunaona kama tulifanya makosa, kuna pahali ilitusaidia pia. Jamii zingine zimetuheshimu sana. Zimejua sisi si wa kabila, sisi hatujipendi, sisi ni waangwana na sisi ni watu ya kutimiza ahadi. Tunapoongea leo, mimi nafanya kazi na Kalonzo Musyoka. Mimi nafanya kazi na Martha Karua. Mimi nafanya kazi na Eugene Wamalwa. Mimi nafanya kazi na George Natembeya. Mimi nafanya kazi na Mithika Linturi. Mimi nafanya kazi na Fred Matiang'i. Ile jama rais alikuwa ametupangia ashikanishe makabila zingine zote situpige, imekwama. Kwa sababu hao makabila zingine wanataka kufanya kazi na sisi. Na utaona siku ya Jumanne nikiwa na hao viongozi, sisi tumekubaliana. Watu ya jamii ya Omugusi, jamii ya Mlembe, jamii ya Maa, jamii ya Wakamba, jamii ya kila mtu tuungane. Tutafute formula vile tutaunda serikali pamoja. Kwa hivyo ningetaka niambie watu wetu wa Meru, msikuwe na wasiwasi. Ile mpango rais alikuwa naye ya kuunganisha jamii zingine against us, vile alifanya 2007, kwa sababu ndiye alikuwa mwenye hiyo maneno, ndiye alikuwa ameunganisha wale wengine wote wapigane na sisi kama jamii moja. Imeanguka, imekwama. Majamii zingine zote wanataka kufanya kazi na sisi. Kwa hivyo sisi tuko katika hali nzuri sana. In fact, hatujakuwa kwa ile hali tuko nayo kwa siasa yetu tangu 1963 ya kwamba watu ya Mlima Kenya wameheshimika Kenya nzima, na kila jamii nataka kufanya kazi na sisi. Tushikane pamoja, tuunde serikali pamoja, serikali ya kuokoa Kenya, serikali ya kurekebisha uchumi, serikali ya kuheshimu maoni ya kila mtu, na hasa ya kuchunga mali ya watu. Ujua Mheshimiwa Rigathi, Mkenya saa hii anajiuliza mbona niamini Rigathi Gachagua saa hii, kwa sababu ulikuwa mfanyikazi wa Uhuru Kenyatta, mlikuja na mkakosana. Ulikuwa naibu wa rais wa William Ruto, mmekuja umekosana. Sasa alafu tena uwaletee another outfit, mbona wakuamini? Mimi sikukosana na Uhuru Kenyatta, mimi nilikuwa mfanyakazi wake. Na tulifanya siasa na yeye. Yeye alikuwa na staff wako wanapigania kiti. Kama Uhuru alikuwa anapigania kiti, mimi ningekuwa nimeunga mkono. Unasikia? Nasikia yeye aliamua anataka kwenda barabara hii. Huyu William Ruto akadanganya sisi. Na tumekubali, alitudanganya kabisa. Alikuja na Biblia akatudanganya 10-0. Hiyo tumekubali kabisa. Hapo alituweza. Na sisi mimi naomba msamaha kwa jamii kwa sababu alitudanganya. Na mimi ile kitu ninajipea nguvu. Hata kama William Ruto alinidanganya na mimi nikafanya jamii yetu ipotee barabara. Ile inanitia moyo ni hii. Mimi Rigathi Gachagua ni mtu ya kawaida. Kama William Ruto alidanganya mabishop, akadanganya mareverend, akadanganya mapasta, watu wamemwagiliwa mafuta. Mimi ni nani? Rigathi Gachagua mtu ya kawaida. Sisi tumekubali alitudanganya. Katika jamii yetu iko msemo ya kusema kufanya makosa sio mbaya, mbaya na kurudia. Yale makosa tulifanya ya kuleta William Ruto na kuambia watu wetu wamchague, tutarekebisha. Sisi wenyewe ndio tulimlete na tutarekebisha. Na tutakaa chini na Wakenya wengine na tunashikana na jamii zingine, tutaungana sisi pamoja, tutapiga kura pamoja na tutarekebisha hii Kenya itakayo. Wale ambao wengine unataka kuungana nao Mheshimiwa Gachagua ni watu ambao ulionya Wakenya dhidi yao. Kwa mfano Matiang'i katika uongozi wa Jubilee ulisema kwamba Matiang'i ndiye amehusika kuchoma bidhaa za watu wa Mlima Kenya, wanabiashara wa Mlima Kenya. Sasa mbona tena hii tune imebadilika? Unajua sisi kukuambia ukweli, hii maneno yote ni William Ruto alikuwa ametuambia. Na tulikuwa tunamwamini. Wacha nikwambie, alituambia Uhuru Kenyatta ni mlevi na tukaamini kwa sababu hii mtu haona Biblia na iko lugha tamu. Akatuambia shida ya Kenya ni Raila Odinga ni mganga, leo wako na yeye. Unasikia? So sisi pale alikuwa ametuteka nyara. Mtu mmoja nyinyi wote. Kabisa. Huyu mtu ni mkali. Alitumia Biblia na kulia na kuongea na lugha tamu na safi. Tukamwamini 100% ya kwamba Martin Nyugi, mtu ambaye nimesoma, mimi ni political scientist, nimekubali kwenda kwa serikali bila kuandikania chochote. Sinaona hata kama ni kurokwa. Ati mimi na ni mtu nimesoma, mimi ni mtu iko na akili.
ya kwamba huyu William Ruto alinidanganya mimi, nikaenda kwa serikali bila kuandikania chochote. Mimi nakubali makosa yangu, na mimi nimeomba msamaha kwa sababu he conned me and all of us. Sio ati mimi peke yangu. Sasa Matiang'i hakuchoma vitu za Wakikuyu? No, ni ile serikali ilikuweko that time. There were also problems in that government. Like there will be problems in every government. Lakini hatuwezi sema ya kwamba hatutafanya kazi na yeye kwa sababu alikuwa pale na kuna maneno ambayo ilifanyika labda haikutufurahisha. Vile tu huyu Raila Odinga, William Ruto alituambia ni mganga, alituambia ni Lord of Poverty, saa hii wako na yeye. Unasikia? So sisi imefika kiwango tumesema mtu yote ambaye tutasaidiana na yeye kufukuza huyu jamaa aondokee Kenya, ndio hii Kenya isonge mbele, ndio tumalize ufisadi, ndio tuangalie mambo ya uchumi. Lazima Raila Odinga si wako na Ruto akiamua kuja. Sasa sijui vile ataamua, naona wako pamoja. So sisi, lakini sisi kusema ukweli hatuhitaji yeye. Tuko sawa. Ile vile Kenya inakaa, watu ya payslip 3.5 million. Na kama kuna watu wameumia Kenya ni watu ya polisi, ni watu ya payslip, wakiwemo madaktari, wakiweko walimu, wakiweko polisi. Na sisi tumehakikishia watu ya payslip ya kwamba kazi yetu ya kwanza tukiunda serikali is to restore the dignity of the payslip. Hii maneno ya housing fund, housing levy, hiyo tutamaliza. Na hii manyumba yote imejengwa tupatie county government ikodishe, ichukue pesa irudishie ile watu ambaye walitoa. Hiyo ni kazi ambaye ni ya biashara ya kutafuta pesa. Hakuna mtu anahitaji nyumba kutoka kwa serikali. Kazi ya serikali sio kujenga manyumba. Kazi ya serikali ni kujenga barabara, ni kutia maji, ni kutengeneza masomo, ni mambo ya stima. Na kwa hivyo hao watu ya payslip tuko pamoja. Hao watoto wetu wa Gen Z ambaye mimi nilisimama na haya mambo uliyajua lini? Kwa sababu wewe ulikuwa unapigia debe sana mambo ya house. Kama ukiona mwaka moja nilikuwa napinga sana. Mwaka mimi tulielewana na rais mwaka moja. Naam, hiyo mwaka nilipojua hii housing ni biashara. Sikuwa najua biashara ya nani? Yake na Wahindi. Unasikia? Hii housing fund ni mambo ya kuuza chuma na simiti na mabati. Unasikia? Hiyo mwingine inaitwa Defki yako hapa Ruiru. Ni partner ya rais. Huyu ndio anauza chuma zote na simiti na mabati ya affordable housing. Mimi nilikuwa napigia debe hii housing. Rais alikuwa ameniambia ati ni kitu ya kusaidia Wakenya, ni ya kutafutia vijana ajira, kuja kugundua kumbe ni mambo ya biashara. Nikakataa mambo yake. Hii mambo ya SHA alikuwa niambia ati niende nikapigie debe kwa TV, ati nikasema ya ndani ni mzuri. Nikamwambia siwezi. Ulisikia juzi hapa akilalamika siku mlikuwa pale. Ati uliona huyu Rigathi ameenda TV hata siku moja kutetea programu ya serikali. Mimi siwezi kwenda kutetea wizi. Mimi mwaka ya kwanza nilikuwa natetea kwa sababu nilimwamini. Vile tulichaguliwa aliniahidi yeye ni Mkristo, ameokoka na anatakia Kenya mema. Lakini nikiwa ndani nikaanza kuona hii maneno yote ni wizi, ni uporaji wa mali, ni uongo, ni mambo ya biashara. Mimi nikataa kwenda kutetea. Haya ulianza kuona haya maneno hayafai baada ya kuitisha 10 billion ukanyimwa? Hiyo ni uongo ya William Ruto. Wewe Martin. Kuna kitu ya William Ruto naweza amini. Yeye alisema akiingia mwezi 3 akina mama watapata sanitary pads, wamepata. Alisema akiingia kila mtu atapata mtungi ya gas, kuna mtu amepata. Alisema 6 months atajenga Nithi Bridge, amefanya. Alisema ataweka pesa kwa mfuko, ameweka pesa ama kutoka ametoa. Mambo yake yote ni ya uongo. Unajua amepeana sababu 3 ya kunitoa. Na anapeana kulingana na pahali yako. Alienda Western anasema tulitoa hii mtu ni mkabila. Hakuambia Waluya ati nimeitisha 10 billion. Alienda Coast. Akasema hii mtu ni incompetent. Ndio tulimtoa. Unasikia? Amefika hapa amesema alitisha 10 billion, which kwani yako na different reasons for different regions. Ni mtu tu ni muongo na yeye anakudanganya kama ameshika Biblia namna hii. Unasikia? Mimi hakuna pesa naweza itisha William Ruto, na mimi hakuna pesa anaweza kunipea. Mimi hapana hiyo wabunge anapea pesa ati waseme yesa. Kama mimi nilitaka pesa, ningekuwa pale na yesema yesa angenipatia. Yeye ako na pesa mingi sana ya kupatia mtu ya yesa praise and worship. Wewe ukimuinamia vile niliona mjumbe mwingine na inama, huyu yuko nywele nyeupe. Najua nilishangaa. Wewe unainamia mwanaume na hapana Mungu karibu ugusa sakafu. Mimi kama ningekubali kuinamia William Ruto, angenipatia ile pesa mimi nataka, lakini mimi sina haja na pesa.
Mimi ni mzee, mimi niko na mali yangu, si mingi kama yake, ni kidogo tu ya kukula, na mimi sina mahitaji mingi, lakini mimi am priceless. Na mimi nakwambia ile msimamo nilichukua, kama ni pesa ningetaka angenipatia, lakini mimi sina haja. Mimi siwezi kuuza jamii, siwezi uza watu ya Kenya, mimi siwezi kubali ufisadi, siwezi kubali watoto wa Gen Z wauawe hata kama ningechukua pesa. Martin, mimi ni mzazi. William Ruto ameambia polisi waue watoto ya Gen Z, watoto wachanga. Damu ya hiyo watoto ndio inamsumbua saa hii. That is why he is not sleeping. Umeona ameenda pale Roma, amepewa kando, amejaribu kuhakikisha imekataa kuwaka. Ile mtu yote alihusika kumwaga damu ya watoto ya Gen Z. Akiweko yeye na huyo Mr. Yesa, kwa sababu hao ndio walimwaga damu ya Gen Z. Hawatapata amani maisha yao. Kwa sababu hao watoto hawakuwa na hatia. Walikuwa tu wanataka ukweli, wanataka haki ya Wakenya. Na kwa sababu bunge imenunuliwa, upinzani imenunuliwa, ikabidi watoto waongee. Mimi singechukua pesa ya William Ruto nikubali auwe watoto. Na ndio mimi nikiwa deputy president, mimi sikuongea kama niko nje. Unajua watasema mbona Rigathi wanaongea saa ile wametoka. Mimi niliongea nikiwa ndani. I spoke on 26th of June in Mombasa as deputy president. Na nikasema hakuna makosa kuua watoto. Na mimi nimekatana na hiyo maneno nikiwa naibu wa rais. Kwa hivyo mtu aseme ati mimi naongea kwa sababu nimetoka. Mimi nilianza kuongea nikiwa ndani. Ukiuliza, nilisikia Linturi akikwambia I am the only person in cabinet. Nilisimama kupinga finance bill 2024. Nikainua mkono nikasema mheshimiwa rais, hii maneno ya finance bill siwezi kubali kwa sababu hawezi kubalika. Hii ni kuumiza Wakenya, ni kuwatatiza, wagali wako na mashida mingi, na mimi ningetaka kujiondoa kwa hiyo maneno, na mimi siungi mkono na nimekana naye. Na nikaweka kwa record. Mimi niliongea nikiwa ndani, siongei kwa sababu niko nje. Na mimi nitaendelea kuongea nikiwa ndani, nikiwa nje. Saa hii niko nje, nitarudi ndani hivi karibuni tu. Na hata nikirudi ndani nitaendelea kuongea from inside, kwa sababu ni muhimu mtu kuongea mambo ya ukweli. Ni muhimu kutumikia Wakenya. Ni muhimu kufikiria yule Mkenya ambaye alikupatia kazi umfanyie. Ni makosa sana kuweka tumbo yako mbele, kufikiria mambo yako wewe binafsi na kusahau mashida za Wakenya. Mheshimiwa Rigathi, huo mwaka moja ambao unasema mlikuwa mnasikizana na president. Wajua watu wa Mlima, watu wa Meru, watu wa Embu wangetaka kujua, kwa sababu umetuambia kwamba ulikuwa pale kutetea maslahi ya watu wa Mlima kama role yako nyingine, pamoja na kusaidiana na president ama kumsaidia president. So watu wa Mlima wangetaka kujua ni nini ambacho ulifanya cha kuwafaidi then. Mimi nilikuwa na matatizo mengi sana kwa sababu rais hakunipatia nafasi ya kufanya kazi. Na mawaziri ambaye nilipewa kutoka kwangu hawakuwa na nguvu. Lakini niling'ang'ana kwa nafasi yangu. Mimi nilimwambia rais anipatie kazi ya kahawa, kwa sababu kahawa ni muhimu sana katika Mlima hii. Na katika hiyo mwaka mbili nikapigana na cartels, nikaleta marekebisho. Today as we speak, kahawa imelipwa between 120 to 180. Uliza anywhere in Meru, in Embu, in Nyeri, wakulima are laughing all the way to the bank. Na hiyo ni marekebisho nilifanya in 2 years. Ndio mazao yake imefika, ndio matunda yake imefika. Nimeona hiyo kibaraka ya rais huyo Mr. Yesa akijaribu kusema ati yeye amefanya. Huyo nani unasemea? Lakini hiyo Mr. Yesa nimeona kusema ati maneno ya kahawa ati tumefanya. Mimi ndio nimefanya. Unasemea Professor Kindiki? Nilikuwa mkutano pale Meru, ulikuweko, nikaleta reforms. Hiyo reforms matunda yake inaonekana. Na kuna bills iko bunge wamekataa kupitisha. Hiyo bunge hiyo sheria mimi ndio niliita watu pale Meru, nikaisimamia mpaka imeundwa iko sawa. Hiyo sheria ikipitishwa, hakuna siku bei ya kahawa itateremka tena. Mimi najivunia kwa hiyo mwaka mbili nilifanya marekebisho katika sekta ya kahawa na matunda yake imeanza kuonekana. Number 2, nilimwambia rais nataka kupigana na pombe na dawa za kulevya. Na akanikubalia pale mwanzoni. Baadaye akanitatiza. Na nilitaka kuokoa watoto wetu wa Kenya na hasa hapa Mlima.
Wewe unajua pombe haramu yote ile baya ilikuwa inaletwa hapa kwa mlima. Vijana wetu walikuwa wamepotea, wanalala kwa mitaro, boma zimevujika, watoto wamekosekana. Nikafanya kazi usiku na mchana mpaka nikamalizana na pombe haramu. Baadaye rais akairudisha, akapitia Mr. Yesa na PS wake wa internal security. Ile factory zote nilikuwa nimefunga wakafungua. Ile sheria yote nilikuwa nimemwambia polisi wafuate, wakamwambia polisi waachane nayo. As we speak today, jana nimetoka Nairobi nimeenda mpaka Nyahururu, nimepitia Nyandarua nikiongea na watu, na leo nikija hapa nimepitia hapa Nyeri. Pombe imerudi, watoto wanakufa. Lakini ukweli ni kwamba kila mtu anajua Kenya ya kwamba Rigathi Gachagua as deputy president alimaliza pombe haramu na madawa za kulevya, na hiyo ni kazi ambayo inaonekana na kila mtu anajua. Unasikia? Mambo ya tatu, nimeleta mambo ya ukweli katika serikali, ya kuongeaga ukweli. It's the first time ukweli unaongewa. Unajua watu, nimeona waziri mwingine huyu sasa nimeona wametumwa hapa kutukana Uhuru Kenyatta, akisema ya kwamba ati tunaweza shitakiwa, ati tumetoka ofisi, ati tuna diverge classified information. Yeah. Tangu lini wizi umekuwa classified? Wizi, ati tusiongee mambo ya wizi ati ni classified. Tusiongee ya kwamba rais ameshikana na waasi kutoka Sudan kuhangaisha watu ya Sudan na kufanya biashara ya dhahabu na kuuza bunduki kwenda kuua watoto na akina mama. How can crimes be classified? Ningetaka kuambia huyo waziri, wewe fungulia sisi mashtaka. Leo kesho sisi tuko tayari wanawake. Sisi tutaendelea kuzungumza mambo ya wizi ya Kenya. Mambo yote imefanywa maovu na rais na serikali. Mimi na JB Muturi na Linturi na wengine tutaendelea kuongea. Na sisi ni watoto wa Mau Mau. Sisi tumeona mambo mingi. Hii ni mambo kidogo sana. Nimwambie huyu waziri ati classified. Crime, you say crime is classified. Corruption is classified. Give me a break. Kwani hii Kenya ina gani? So wewe waziri usitishe sisi ati tusiongee ile maovu mnafanya. Na tungetaka kuambia Rais William Ruto, wewe kama unataka kutukana Uhuru Kenyatta, si umtukane wewe mwenyewe. Pana tuma hiyo watoto ya kwenu nyumbani kutoka Rift Valley kutukana rais wetu wa 4 Uhuru Kenyatta. Huyo ni mzee, amefanya kazi, ameretire. Ile kazi yote Uhuru alifanya ya health mumeharibu. Ile kazi alifanya ya education mumeharibu. Mbona wewe Rais William Ruto unatuma huyu Sudi na huyu Murkomen kutukana Uhuru Kenyatta? Wewe kama ni mwanaume, si utukane Uhuru Kenyatta wewe mwenyewe. Wewe nani alikutuma kufanya nini hiyo wakati wa campaigns za 2022? Kwa sababu ulikuwa unaongea sana kuhusu, tulikuwa na shida zetu kuhusu Uhuru Kenyatta, tulikuwa na shida zetu na siasa yetu. Na sisi tumekubali makosa yetu ya kwamba Uhuru Kenyatta alikuwa ametuambia huyu William Ruto ni mtu, si mtu mzuri na atatuhangaisha. Kwa hivyo yeye ndiye alikuwa amewatuma. Anasema Uhuru Kenyatta alikuwa ametuambia ya kwamba huyu Ruto mkichagua mtakuwa na shida. Na vile Uhuru alisema imekuwa. Unasikia? Sisi kwa sababu tulikuwa huyu Ruto ametukonfuse, ametuchanganya kupitia Biblia. Tulikuwa tunakemea Uhuru Kenyatta kwa sababu tuliona ya kwamba anaumiza huyu William Ruto bure. Kama tungesikiza Uhuru Kenyatta hatungekuwa kwa hii shimo. Lakini tunasema makosa kufanya si mbaya, mbaya ni kurudia. Tutarekebisha. Uhuru Kenyatta pole, tungesikiza wewe. Na mimi sasa nataka kuambia jamii yangu ya Mlima vile Uhuru Kenyatta alimwambia, na mimi namwambia sasa kama kiongozi wenu, muachane na huyu jamaa. Kwa bahati mbaya akirudi tena mutalia, kwa sababu hataki sisi mema, na ile anatupangia ni mbaya. Lakini kwa sababu iko Mungu mbinguni, tutangangana na Wakenya wengine, tutakubali. Lakini sisi tumejishika sikio katika Mlima. Kiongozi wa Mlima akiongea tena, never again shall we ever disagree with our leader. Uhuru Kenyatta had warned us. Wewe ndiye kingpin wa Mount Kenya? Mimi sijui, lakini wananisikiza. Na mimi naambia, nikiweko sahi niko na nafasi hii, vile Uhuru Kenyatta alimwambia muachane na mambo ya William Ruto, mimi pia namwambia tafadhali muachane na huyu mtu. Kwa bahati mbaya akirudi, sisi kama jamii tumeisha. Hatutaki mema, anatupangia mabaya. Na mimi nataka kuambia jamii
anasema haya ni machungu ya kutolewa kiti kwa kiti. Bana, si mimi nianza kuongea hata nikiwa kwa kiti. Kwani nimeongea ni kama nimetolewa? Niliongea nikiwa ndani. Kuna siku niliongea Nyandarua nikasema mimi naona giza. Nikasema mimi nikiangalia naona giza kwa mbali. Watu wamekuja kujua nilikuwa nimeona giza. Huyu mtu nilimuona vile atatupeleka, nikajua alitutumia tumfikishe pahali alikuwa anaenda. Alafu atumie hiyo kiti kuangaisha sisi kama jamii. Kwa hivyo sisi lazima tujihadhari. Na mimi nataka kuambia watu wetu wa Meru, mtu yeyote anakuja kumwambia mfuate huyu William Ruto, huyo ndi adui ya jamii yetu. Okay. Kwa hivyo hawa wabunge muambie hawa wakae huko kwake ama waende huko Rift Valley, wasikuje kutuletea maneno, kwa sababu ile tumepitia na ile ambaye tumeona lazima tujihadhari. Mheshimiwa Mugambire Ndikiri wa Bure anasema Gachagua is a serial tribalist, selfish and corrupt. Ask him what development initiative did he initiate in Meru for the 2 years he was in power. We supported wholeheartedly until we discovered he was only using us for his selfish interests. Na alisema kwamba ulichukua barabara zake 2 ambazo mlikuwa mmeitisha mkuu kwa kamati ya barabara mkuu wa bunge. Mimi sipeani barabara, hiyo ni mambo ya waziri. Pesa inapitishwa katika National Assembly. Kazi ya naibu wa rais ni kumsaidia rais. Kazi yote ya maendeleo inafanywa na bunge na rais. Sasa huyu anasema ulidivert. Sikia, huyu sasa ni ile watu Ruto wanatumia. Hiyo lugha ni ile ya Ruto. Lugha ya Ruto ni kusema Rigathi Gachagua is a tribalist. Sasa huyu anasema mimi ni tribalist. Hii 72 possessions imepeanwa kwa jamii moja. Ningetaka kuuliza hiyo mheshimiwa ya Bore. Meru imepewa nini? 72 possessions rais amepeana kwao. Lakini nyinyi kwa sababu naketi na rais pale, amemweka kwa kichwa narrative ya kusema Rigathi Gachagua kwa sababu anatetea watu ya mlima ni tribalist. Hiyo barabara ataje ni gani? Aseme ilitolewa Meru ikapelekwa hapa. Ni ile tu mambo wako nayo, kwa sababu wanachukua kitu ya rais wanakula, wanajikinga naye. Na mimi nauliza hizo barabara vile nilitoka ni mwezi 7, si achukue arudishe pahali ilikuwa. Ni nini yamelete Meru tangu nitoke hapo Bure? Nini yamefanyia watu ya Bure tangu nitoke? Rais amezunguka juzi, ameenda pale Kianjai, amesema atafungua soko. Na nilisikia ukimuuliza hiyo swali, akasema iko. Nimeuliza Kianjai, hakuna kitu. Watu wamefurushwa pale Mekidori, watu wamefurushwa, hakuna kitu naendelea. You know? Hii maneno yote rais amekuja juzi, hakuna kitu naendelea, hakuna kitu inafanyika. Na hii wabunge kazi yao ni kumpigia makofi. Inaitwa praise and worship. Sasa tukienda Wednesday, wamwambie amalize Nithi Bridge na aweke operation pale Ikembe. Mambo hata kama ni mambo mawili tu peke yake atufanyie hiyo mambo mawili, na awache kutoa watu wetu kwa kazi. Awache kutoa watu wetu kwa kazi. Wale ambaye wako kazini awache waendelee, hata kama hataki kuwapatia kazi nyingine. Kama sasa tulikuwa tumekubaliana balozi 2 wakati ya kampeni, moja iende Ikembe, akapatia Kericho, akaenda Somalia. Ya pili ilikuwa pea mtu ya Tigania aende Djibouti, hakupeana. Alitudanganya. Unajua ile pale mimi niko na shida na hii wabunge ni kwamba tukidanganywa tulikuwa na hawa. Mimi nikisema rais ulitudanganya, hawa wabunge wanasema hapana, wewe ni tribalist. Tetea kila mtu. Mimi natetea kila mtu, lakini si lazima pia nichunge watoto wangu. Wao watu ya Meru watatetewa na nani? You know? Wako na wabunge. Sasa hao watatei. Huyu Martha Koome alikuwa anafukuzwa. Hii wabunge walikuwa wamenyamaza mpaka nikaongea. Haongei. Mheshimiwa Gachagua, wajua ulisema na umerudia tena hapa kwamba hawa mawaziri wengine kwanza Mithika Linturi walikuwa flower girls. Wajua in a way wewe ndio ulikuwa umemfanya Mithika Linturi flower girl, kwa sababu wewe ulipatiwa kahawa, ulipatiwa maziwa, I don't know what else, kwa hiyo agriculture yake. So what was he left with bila kukua flower girl? Mimi sikuwa nafanya kazi ya operation. No. Mimi kazi yangu ilikuwa ni policy. Kuleta changes policy wise. Nani kumsaidia. No. Na by the way we work together. I worked with Linturi and waziri anaitwa Simon Chelugui. Even as I take credit kwa ile bei nzuri ya kahawa, Mithika Linturi and Simon Chelugui equally did a good role, you know.
na wale wabunge ambao tulisaidiana nao. Chairman wa Senate alikuwa ametolewa anaitwa Murango, tulisaidiana. So what I'm telling you, Linturi alikuwa pale. Hawa wabunge hawa hawa walikuwa wanapiga Linturi hata wapatie biashara ya sukari. Wanataka ati wafanye sukari hii ya importation. Walienda kwa Linturi, amemwambia hii kazi mimi sipeani, rais ndiye anapeana. Wamekuja kwangu kushitaki Linturi, nimemwambia Linturi is right, rais ndiye anapeana kazi ya sukari. Wakienda kwa rais anasema vile Linturi hakusaidia nyinyi, wacha nimsaidie na kidogo. Kazi ya rais ni kupiganisha watu. Hataki watu wakae pamoja. Hataki peace. Hata hii shida umeona imekuwa Meru between the governor, the MCAs na nani na MP. Rais ndiye alikuwa anakoroga hiyo watu. That is his nature. Hataki watu wa settle, especially kwa mlima. Kazi yake tu ni kupiganisha watu. Alikuwa na mimi hakuna kazi, mimi sipeani kazi yoyote, sipeani sukari, sipeani nini. Ide wabunge anawaita, kwani DP hasaidii nyinyi? Na anajua mimi sina uwezo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yake. These leaders hawa akina kwanza huyu ya Bori walikuwa wanapiga Linturi sana ati hawasaidii biashara. Na Linturi hakuna biashara angekusaidia naye. Biashara yote ni rais ambaye anafanya. So mimi nataka kuambia watu ya Meru, tukienda mbele, please be very careful the kind of MPs you elect. Na mimi nimekuja kuona the quality of member of parliament is very important. Hii shida zote tumepata kwa mlima is the quality of the leaders elected. And going forward, we must have a conversation. Uhusiano wako na hawa bunge ilikuwa vipi wakati ulikuwa deputy president? Mimi ilikuwa mzuri mpaka saa ile rais alianza kutuhangaisha, nikitaka tusaidiane wanaenda kunishtaki kwake wakitafuta pesa. Mimi nimewaita kinyumbani kumwambia hii mtu anatupangia hii, ametuumiza. Siku moja kulikuwa na commissioner general pale KRA, alikuwa anaitwa Mburu. Rais akasema hamtaki. Nikakataa. Nikamwambia rais, utamaliza watu wetu wote. Umakataa kila mtu. Akasema tafuteni mtu mwingine ya mlima, sitaki huyu. Alikuwa mtu ya Uhuru. Okay, tukasema sawa. Tukaambia watu waulize, kijana ya Mudhaura anafanya KRA. Akakuwa number 1 kwa hiyo kazi ya commissioner general wa KRA. Rais akaanza kutupeleka namna hii. Nikaita hii wabunge hawa, nikaambia this young man is number 1 kuwa commissioner general wa KRA, lakini rais amekanyangia pale. Si muende mumwekee pressure awachilie hii kijana ya Mudhaura akuwe commissioner general wa KRA. Wakaenda wakanishtaki wakitafuta pesa, hiyo kiti ikaenda. Unasikia? Hawa wabunge kwanza wa Meru, kazi yao ni pesa kwa rais. Hakuna kitu ya Meru wanaweza fanya hapa kusaidia mtu yeyote. Ukiwaibia siri, mimi nawaita kuwaibia siri. Naambia hapa iko kitu fulani naendelea. Simuende kwa rais muongee na yeye, kwa sababu yeye anasikiza wanasiasa. Wanakimbia kutafuta pesa. Pale Sagana tuliambiwa kwamba ulikuwa unawatishia. You used to threaten. No, I told them, niliwaambia sikuwatishia, niliwaambia ukweli. Niliambia nyinyi wabunge, mumepotea. Finance bill mliambiwa msipitishe. Sikizeni ground. Sasa rais anasema nimewaitisha kuambia, unajua rais ndiye alitaka finance bill. So when I told them watu wataki finance bill, na nikawaambia nyinyi wabunge, mwachana na rais. Mtakuja kufukuzwa na raia, na huyu rais ako kwa kiti yake. So mkiendelea vile mnaendelea mtafukuzwa na raia. Hiyo ndio wanasema ni vitisho. Kuambia tu ukweli. Unajua mimi naambia ukweli. You know the truth is what they call their threats. Na unajua rais alitaka wafanye mambo yake. Na mimi naambia wafanye mambo ya raia. So me I was calling them to advise them. The way I'm listening to the ground, nyinyi mmepoteana na ground. And the truth of the matter, Martin, ukiwa truthful, I know you cannot speak here. Hao wabunge wamepoteana na watu ya Meru. They are not together. Because ile maneno yote wameambiwa na Wameru hawataki, wamefuata Ruto. Na Ruto mwenyewe kwa Meru wako na shida na Wameru. Wabunge wako na shida na Wameru. Kwa sababu hao Wameru wanataka kufanyiwa kazi. Ukiangalia tangu naenda mwaka 3. Tell me a single project amefanya Meru. 1. Ile project amefanya Meru 2 ni hoteli ile amenunua kwa Rahim huyu MP wa North Imenti amemuzia rais hoteli. Hapo hoteli sasa kuna rami zinajengwa kwa hiyo hoteli. Is the only project in Meru ambaye rais amefanya tangu achaguliwe. Name for me one project.
Ingine anataka kujenga ni state lodge katika Meru. Watu ya Meru wanasema is not a priority. Unajenga state Wewe lodge. mwenyewe ulikuwa unapigia debe hiyo state lodge jengwe Meru? No, unajua mimi nilikuwa nafikiria huyu mtu ni rafiki yetu na maybe akitukaribia atatufanyia hii maneno yote. Sasa yeye anakuja kujenga state lodge, si anataka akuje akuwe karibu na hoteli yake? Soko alisema zinajengwa 9 Meru. Amesema zitajengwa, siko wapi? Watu ya Kienjai wako barabara. Watu ya Mekidori wako barabara. Watu wa Nkubu wako barabara, siko wapi? So, si amalize tu. Mimi hata sisi tunauliza rais, usituahidi kitu kingine. Tafadhali rais. Ile umeahidi imetosha. Si ufanye hata quarter ya ile umeahidi peke yake. Quarter. Don't even do all of it. A quarter of what you have promised peke yake. Usiseme kitu kingine. Na sisi tunamwambia rais, usikue kama mosquito. Unajua mosquito inakuuma, alafu inakupigia kelele. Hii maneno ya kuja kwa gari kutupigia kelele, wachana naye sasa. Ile maneno yote umeahidi Meru. Rais, fanya a quarter. Na hii state house is not a priority for watu ya Meru. Sasa wewe vile unajenga hoteli hapo, unaweza kaa kwa hoteli yako. Sasa nimeona hiyo, kwa hiyo hoteli barabara zinaendelea, is the only project in Meru inaendelea. Ile project nyingine ya rais inaendelea ni mambo ya miraa. Unasikia? Hii miraa ameingilia hiyo biashara wakiwa na hii waziri yake ya Garissa. Hao ndio wanafanya biashara ya miraa na watoto wao. Hii shida yote iko Meru ya miraa. Huyu rais na huyu waziri wa North Eastern wako pamoja. Rais William Ruto. Kwa miraa. Hawa ndio wenye hiyo mambo hiyo miraa. Si mimi nakwambia. Yeye alituambia kwa rais anatusaidia mambo. Ushahidi wako ni upi hapa? Mimi nakwambia kwa nini imekwama. Yeye ndiye rais wa Kenya. Naam. Ukiona kitu haiendelei, nguvu nyingine ya kutatiza biashara ya miraa inatoka wapi? Who else in Kenya anaweza tatiza hii biashara? Mimi nakuuliza, yeye ni rais. Kama hahusiki, kwa nini hii maneno yetu haiendi vizuri? Inaenda inakwama, inaenda inakwama. Linturi aliitwa, anaambiwa tunataka hii biashara. Anasema mambo ya miraa mimi sio. Yule Linturi. Linturi ameumia. Hawa ndio wanafanya hiyo biashara na ndio imekwama. So Bwana Martin, rais anafanya biashara ya miraa ama na watu yake ndio wanafanya hiyo biashara na watu ya Somalia. Unajua? Unaweza wataja? Wako watu wakubwa sana Somalia na watu wakubwa hapa Kenya ndio wameingia biashara ya miraa. That's why we have a problem. Ndio mimi alikuwa anitaki. Unajua mimi nilikuwa na mface. Namwambia bwana, umechukua kila biashara mpaka ya miraa. Housing ni wewe. Fuliza ni wewe. E-Citizen ni wewe. Mambo ya tiles umenunua factory. Rais umechukua kila biashara Kenya peke yako mpaka hii ya miraa sasa unataka chukua. Surely siwachie ingine hii watu wengine wafanye. Well, tukitoka hapo Mheshimiwa Gachagua, kambi yako inakaa ni kama kidogo inayumba kwa sababu juzi nimeona gavana wako hapa wa Nyeri, Mwalimu Kahiga, nimeona akisupport sana universal health care. That means ana support SHA. Uko vipi uhusiano wenu wa kisiasa? Sasa huyo si ni gavana yako kazini. Si anafanya kazi yake. Sisi tuko kwa siasa yetu. Sisi hapana iko kwa serikali. Yeye gavana apigie debe maneno anataka. Gavana ni mtu wangu, ni mtu wetu na ako na msimamo. Na the only governor haogopi katika hii mlima. Wengine wote wanaogopa kufunguliwa makesi. Kahiga ni mtu yuko na msimamo. Na tunampenda na tunamheshimu. Na sisi tunamuelewa siasa yake. Bunge pia I think ni Maua ama pia alikutoroka. Si nimekuambia siasa ya rais ni ya wabunge, yetu ni ya raia. We are not interested na mambo ya bunge. Hatushughuliki. Wajua wabunge pia wako na raia. Gani raia gani? Wale wapigia kura. Lakini saa hii si waliambiwa wasipigie finance bill wakapiga. Hao walipoteana na raia kitambo. Rais amekuwa juzi hapa. Wabunge walikuwa naambia rais usikuje kwangu. Wengine anaambiwa na rais alimia tunasema usiniite, anakaa kwa gari. Sio wengine wamejaribu kuongea wameambiwa na raia hakuna. Hao wabunge walipoteana na raia kitambo. Unasikia? Sasa hao ni wale wanatafutia tumbo zao. Rais hako na pesa mingi sana. Ni watu wachache sana wanaweza kukosa kuchukua pesa. Najua hii pesa ni shetani. Kwa hivyo we understand. Not every member of parliament can stand up. We have a few leaders ambaye wanasimama imara kabisa, hata wakipewa pesa hawezi kuchukua, hata wakitishwa hawezi kushika. Lakini raia kuna
sisi tunaambia rais, chukua ile wabunge unataka, sisi tuachie raia. Wacha sisi tukae na raia. Wewe kaa na wabunge, wacha sisi tukae na raia, tutangangana mbele. Mheshimiwa Rigathi, umetangaza kwamba utalaunch chama. Nikisoma katiba ni kwamba mtu ambaye ameondolewa kwa kiti kama jinsi ulivyoondolewa hawezi simamia ofisi kama hiyo, hata kama a public office. I think in article 75(3). Na wewe unataka ku launch chama, so na kesi iko active koti sahi. Kama itakuendea vibaya hiyo kesi, sheria hiyo unaona it will be futility. Lakini kwa nini unasema itaniendea vibaya? Tuseme sheria inasema ya Kenya ya kwamba uko na haki ya kupigania kiti kama uko na kesi kotini na haijakamilika mpaka Supreme Court. John Weluke alifungwa 74 years. Akiwa amefungwa akawachiliwa na board. Akasimama kiti ya Sirisia akapita. Akaendelea. Court of Appeal imemuondolea kesi. Kama sasa angekatazwa kusimama kwa sababu alikuwa na kesi, alafu Court of Appeal imeondolea kesi, angekuwa amenyimwa haki yake. Kwa hivyo sheria yetu inasema kama huja exhaust the legal mechanisms, you are free to fight for any office. Kesi ya Rigathi Gachagua hata haijaanza, itaenda high court. Kama haitaenda vile ninataka ama vile serikali inataka, iende Court of Appeal. Kama haiendi vizuri, tuende mpaka Supreme Court. Kabla haijamalizika na Supreme Court, Rigathi Gachagua atapigania kiti cha urais na atashinda. Na kura mingi sana. So utaomba kiti cha urais? Si ndio? Kwani naomba na kina nani? Si wanaume naomba. Make me understand hii campaign iko vipi, kwa sababu ni kama nyinyi wote mnataka kiti ya urais. Martha Karua pia amesema anataka kiti ya urais. Kalonzo anataka kiti ya urais. Kila mtu anataka. Mimi napigania kiti cha urais. Martha Karua anapigania kiti cha urais. Kalonzo anapigania kiti cha urais. Matiang'i anapigania kiti cha urais. Eugene Wamalwa anapigania kiti cha urais. Na tunaendelea kutafuta kura. Pale mwisho tutaongea. Na sisi tutasikizana, tutawachia mtu mmoja. Wasipokupatia wewe, hakuna shida, nitaunga mwingine mkono. Lazima huyu jamaa aende nyumbani. Lazima ile formula ambaye tutaona tunafaa. Unasikia? Kwa sababu hii Kenya lazima tumalize ndugu yangu. Lazima turejeshe Kenya uchumi. Na hii haiwezekani kwa mtu akipata kiti. Kwa hivyo mimi sitajipenda. Mimi ni mgombea kiti cha urais. Matiang'i ni mgombea kiti cha urais. Kalonzo ni mgombea kiti cha, lakini tumesikizana ya kwamba tutakaa pamoja. Pale mwisho tutaketi chini na tutaweka hesabu kwa meza. Wewe Rigathi umekuja na nini? Wewe Kalonzo umekuja na nini? Wewe formula hii nzuri. Tushinde round 1 na 70+1. Sisi tunataka 70+1. Tunataka 70+1 na tumekubaliana na tutatoa taarifa. We'll commit ourselves before the people of Kenya that among we the presidential candidates wale ambaye tutakuwa kwa kinyang'anyiro, pale mwisho tutaketi na tutatoa mtu mmoja wa kung'ang'ana na William Ruto. Na wale wengine wote tutaunga mkono yule ambaye atakubalika. Tutatafuta wataalamu, it will be scientific. There must be a way. Tutaketi chini, tutafute watu watuketi chini, tukubaliane. Wewe Rigathi umelete hii, Kalonzo umelete hii. Formula gani mzuri ya kumake sure that William Ruto in one term ndio uchumi ikuke. Is that your agenda? Ndio payslip iokolewe. Agenda yetu si kutoa William Ruto. Agenda yetu ni kuregesha Kenya. Lakini ndio Kenya tulegesha, lazima William Ruto atoke because he is a problem. You understand? You know, I've heard them saying, no, the preoccupation of these people is to remove William Ruto. No, our preoccupation is not to remove William Ruto. Our preoccupation is to liberate this country, is to restore the economy, is to stop corruption. It is to restore the dignity of the payslip, is to stop tribalism. Those things are not possible when William Ruto is president because he is the architect of tribalism, of corruption, of theft. Kila kitu yeye ndiye mwenye kufanya hiyo maneno yote. So hii maneno yote haiwezekani bila yeye kutoka. Kwa hivyo the exit of William Ruto is a prerequisite
of the liberation of Kenya. You understand? It is not that we just want to remove him for the sake of removing him. No. What we are saying is that he is the cause of all our problems as a country. And as long as he is in office, yeah, Kenya will sink. Kenya itaishi. So lazima ndio turegeshe Kenya, to liberate this country, to restore the economy, to restore the dignity of the payslip, to bring about reason, good taxation, to restore our image internationally, because ametuharibia image kabisa kwa kuingilia mambo ya biashara Sudan, DRC na wapi. Ndio hii Kenya tuikoboe, tuirudishe pahali inatakikana. Lazima William Ruto aondoke, Kenya tuiregeshe pahali inatakana kuwa. So sisi tumecommit, the 5 or 6 of us, we are all presidential candidate, kila mtu atafute kura zake, lakini pale mwisho around December there 2026 before Christmas, we'll sit down, tutafuta wataalamu, tuketi chini, we look at the whole political landscape, we do arithmetic, tuangalie kila formula, how this man, because we cannot get it wrong, we must get it right. Otherwise there will be no country, hii nchi itakuwa imeisha na tutakuwa na shida kama taifa. Kwa hivyo that is our commitment to the people of Kenya. So mtu asikwambia ati nilitolewa, mimi niko kotini, I have not exhausted, hata high court bado answer. In fact we have some preliminary issues in the court of appeal. Kesi bado, hii ni kesi itaendelea miaka na miaka. Ikiendelea sisi tuko tunaendelea. Naam. Ukiniruhusu Mheshimiwa Gachagua niseme comment 3 kwa Facebook hapa. Kuna mmoja hapa anaitwa George. Thank you George, nimepata compliment yako. Jacobs Kalato anasema watching from Nyambene Hills, love how Martin is asking questions. Okay, asante. Kirema Kalionga anasema Ichungeambia Rigathi tuko pamoja na yeye kama ndugu na dada 2027 ni Joel Kirema. Simon Mungeri anasema the rejected stone will form a strong foundation for the great Republic of Kenya. Kunaye hapa anaitwa Malinge Munyao anasema how can national leader talk like this man this country. Wanafikiria kwamba wewe bado ni mkabila kwa sababu that is his opinion. That is the narrative of William Ruto. William Ruto ameweka CEO watu 72 kwa kabila moja, alafu anasema we are tribalists. Mimi natetea watu wangu. Nimekuambia tulikuwa na viti 6 katika usalama, tumenyang'anywa, tumebakisha moja. Hata sisi ni binadamu. Lazima tutetee watu wetu. And I have no apologies to make to anybody. That I must fight for my people because I am one of them. So let me ask you, you know, I am one of them. Na sisi tulipiga kura kwa hii serikali with certain expectations. We expect tujengewe barabara, tunatakiwa tuwekewe maji, tuwekewe stima, watoto wetu waandikwe kazi. Tukiona hii haifanyiki, nikiongea naambiwa mimi ni mkabila. Mbona wengine wanatetea watu wao, hawaambiwi hao ni wakabila? The only time people are told to be tribalists, watu ya Mount Kenya wakiongea. Wengine wakiongea, it is regional integration. You know? Hawa nimeona kina Raila wamekuja kwa serikali, amekuja na watu yake. Why are they not accusing him of tribalism? Yet, you know, everybody takes care of his corner. Na mimi sio lazima nikuwe rais wa Kenya. Ati because I want to be president, I cannot talk for my people. Afadhali kae. Yeah. Lazima mimi nisimame na watu wa mlima. Kwa sababu na ukikuwa president wa Kenya bado no, I'll stand for Kenyans. And the people of Mlima are also Kenyans. Lakini wanaangaishwa na William Ruto. So mimi natakiwa ninyamaze. Mimi nakwambia tulikuwa na viti 6 wakati ya Uhuru Kenyatta kwa mtego ya usalama. Tumepoteza 5, tumebakisha 1. Am I supposed to be happy? You know? Mimi nakuuliza operation imefanywa Baringo, imefanywa Pokot, imefanywa Samburu. Iko amani. Igembe hakuna operation. Wameru wangu wanakufa. Natakiwa ninyamaze. I should be happy. No. I cannot be happy. I must speak for them. Juzi walitaka kufukuza Martha Koome, mimi natakiwa ninyamaze. Na nikaona mtu ya NCIC akinyandikia barua ati nachoshea watu kwa sababu ya kusema Martha Koome asihangaishwe. Mimi nauliza huyu Kobia ni mtu yetu ya Meru, bora hii viti 5 tumenyang'anywa, why are you not speaking for us? We are being profiled as a community. Why are you allowing William Ruto to profile the people of Mount Kenya and calling us tribalists for asking for our rights? I have a responsibility as a leader from this region to also speak for them. And I have been vilified for it.
nilifukuzwa kazi kwa sababu ya kutetea watu wetu, so be it. And I was ready. Mimi si muoga. Mimi Bwana Martin niko hapa ni kwangu. Mimi sijakufa, mimi nakula. Mimi nilifukuzwa ati mimi ni mkabila kwa sababu nasema watu ya Mount Kenya wanaumizwa. Wanafukuzwa huko Marigiti Market. Wanafukuzwa huko kwa mto. Hawa watu wabunge wangu yote walinunuliwa na William Ruto. Ningekosa kuwatetea, wangetetewa na nani? I must talk for them. Otherwise watamalizwa. And I'm asking my people, please my people, let us unite as one people. Otherwise if we don't, tutakuwa kwa shida. Najiuliza Huyu jamaa ametumulika, anataka kutuhangaisha. Najiuliza tu Mheshimiwa Gachagua, how come hawa wabunge ambao wana represent hawa watu wenye unasema how come wote ama kiasi kikubwa chao walikukataa wakati wa impeachment? Si pesa walipewa Wote? 10 million senators, 500,000 for MPs. Oh no. Not many people can reject money, my friend. Hii pesa ni hatari. Ni pesa walipewa. It is money. And it is in public knowledge. Maybe it is not. There are few who could not take money. You know, they are leaders. And I'm telling you now, they are respected. Hao viongozi watachaguliwa asubuhi mapema. Over 90%. You know? Iko kijana hapa anaitwa Getoka Mukoji hapa hapa Manyata. Young man, but hako na principal. You know? He's principal. Tuko na msichana hapa anaitwa Gasheri hapa Kirinyaga. Young girl, 28 years, hako na principal. You know? I am telling you, most of them were intimidated, they were coerced, others were given money. But that is water under the bridge. By the way, to me, it's no longer an issue. Mimi, sahi, niko busy kwa chama yetu. Ambaye tumeshikana na Wakenya wote. Na Mithika Linturi, by the way, atakuwa na cheo kubwa sana katika hiyo chama. Ya, ningetaka hata kuchukua nafasi hii niambie watu wa Meru, for now mimi nikiangalia yule kiongozi ambaye sahi anaweza saidia watu ya Meru, Mithika Linturi, kwa sababu anasimama na ukweli na anasimamia haki yao na atakuwa na kiti kubwa sana katika chama. Na pia ningetaka kuambia watu ya Meru wampatie nafasi anisaidie katika mlima. Kwa sababu sasa nitaanza kwenda Pwani, nitaanza kwenda Northeastern, nitaanza kwenda kila mahali, na ningetaka niwachie Bwana Linturi anishikilie hapa katika mlima yote. Katika Nyeri, Laikipia, Nakuru, atakuwa na kazi nyingi sana ambayo tutakuwa tunasaidiana na yeye. Na sisi tumesema tunataka chama moja iko na nguvu. Ndio na sisi tukuwe na numbers ya ku negotiate with whoever will want to negotiate with us. Because hapo ndio tumeangukia. Sisi tulienda kwa chama ya William Ruto, ametuchenga, ametutumia vibaya. Sasa lazima tuerebuke, tujipange vizuri, tukuwe na chama yetu. Sasa mtu anataka kuongea na sisi, tunaongea sema. Unasemaje? Sisi tuko hapa, tuko na wewe, uko na nini? You know, hapo ndio tuliangukia, hapo ndio tulichengwa na tumeumia, lakini tutarekebisha. No. Still kwa Facebook. Mwendia Sterling anasema Rigathi Gachagua, you are a real Mau Mau son, live long on this world to share your wisdom words. Mwingine anasema Rigathi Gachagua, please ebu tuelezee vizuri mambo ya miraa, please, our truthful man. Anaitwa Mwendia Sterling. Mambo ya miraa nimemwambia rais na watu yake ndio wako kwa hiyo biashara na ndio imeharibika. Kwa hivyo ndio hiyo biashara ya miraa turekebishe. Lazima tutapeleke hii jamaa nyumbani ndio aondoke kwa hiyo biashara. Tuweze kuiregesha vile inatakikana. Sasa watu wa Mount Kenya saa hii, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, lile jambo ambalo wakanalo kubwa ni kwamba kwa vile wewe sasa utakuwa unatembea kwa haya maeneo na vile umekuwa ukiongelelea mambo ya mlima, inaweza waweka in a bad situation sahi, kutoka kwa president na labda kabila zingine. How my friend, hiyo ni narrative ya William Ruto. Matiang'i amenitafuta mimi, Kalonzo amenitafuta mimi, kila mtu anatafuta sisi, anataka kufanya na sisi, because one, kusema ukweli, our numbers are important for anybody who wants to be president. Hakuna mtu yote anapanga kuwa rais ambaye atafanya mpango bila kufikiria vile atakeni na watu ya Mount Kenya. Katika hii harusi inakuja, sisi ndio ile msichana mrembo zaidi. Tunatamaniwa na kila mtu.
na kila mtu anataka kufanya kazi na sisi. Na wacha nikuambie, kama mimi singeunganisha hii mlima, Kalonzo hangeongea na mimi. Kama singekuwa na hii mlima na kura zetu za mlima nimeunganisha, Matiang'i hangeongea na mimi. Hata Matiang'i, hata yeye ndio sisi tuongee na yeye, lazima aunganishe zake. Charity begins at home. Na siasa ya Kenya inakuanga namna hiyo, by the way. Ni only that inasemekana ati Gachagua kwa sababu anaunganisha mlima yako na kabila. Ni kwa sababu William Ruto hakutaka niunganishe mlima. Alitaka akatakate mlima kwa ma-counties, Mount Kenya East na West ndio atukalie na atutawale. Na mimi nikakataa. Unasikia? Na ndio akasema mimi ni mkabila kwa sababu ya kuunganisha mlima. Hii mlima bila kuunganishwa tutaendelea kushiriki namna gani na watu wengine? Hatutakuwa na maana. Na sisi ndio Kalonzo na watu wake ndio tukue na value, tukue na relevance in the national political discourse. What I have done is what any clever politician will do. You must first solidify your ground at home so that even as you go to talk to others, yeah? No, it's not me. It's my people. Me, I'm nobody. Me. Niambia Rintuli afanya kazi. Ningekubali Ruto. Ona huku niambia anashikwa. Kuna mtu Kenya waziri anaweza shikwa bila yeye kujua, akasema hapana. How come Rintuli anashikwa? Either wewe si mtu mzuri ama hujui nini inaendelea Kenya. So akajifanya akapiga masimu. Luckily alipiga simu ameweka speakerphone, akapigia DCI. Yeah? DCI achukue biashara zetu za miraa, atulazimishie affordable housing, aharibu mambo ya health, aharibu Kenya na mimi ni nyamaze. Lakini mimi ni mzalendo. Mimi sijipendi, mimi sifikiri mimi kama Rigathi Gachagua. Na kama ningekuwa kama hao wabunge, I would be a very comfortable man. I will not be here. Ningekuwa natembea na madege na maaskari na nini, na mimi nikiona William Ruto, yes sir, yes sir, yes sir, mimi atanipatia whatever I wanted, like he is doing to all those people. Yeah, yes sir. But I'm not like that. And I told him one day, aliniambia wewe Rigathi, nilifanya makosa kukuchukua. It's a great mistake that I made in my 35 years of politics. Nikamwambia it is true. Alikwambia hivyo to your face? Aliniambia it is true, you made a mistake because you are looking for a yes sir man, but you go to Rigathi Gachagua. I am not yes sir. I agree with you. You made a serious mistake. Wewe ulikuwa unatafuta kibaraka, mtu ya kutuma na kuchenga na kudharau na kufanya vile unataka, akuinamie, akuabudu na wewe hapana Mungu. So mimi ni mtu niko na msimamo, na mimi huwezi nitumia vile natumia wabunge. So wewe ulifanya makosa kunichukua. Because he did not want somebody like me. He wanted a yes sir person. And he knew I'm not yes sir, but he needed me to win the election. Unanielewa? Na sasa tulipoingia akaanza kupanga vile atanitoa kwa sababu nimemfikisha. Alijua mimi hapana yes sir, lakini he knew he needed me to win the election. So akanichukua, alafu akaanza kunipangia vile atanitoa pole pole. Lakini akakibilia, because kama he was a clever politician, angegoja apate second term. Lakini akakuwa impatient. Analifanya mzuri sana. Kwa sababu haki ya Mungu, kama angeni chenga na achenge watu ya mlima, ajifanye vile alijifanya tukimchagua Mkristo, mtu ya Biblia, tumchague mara ya pili, angetuangaisha. So tunashukuru Mungu ya kwamba William Ruto alitoa makucha mapema. Tunashukuru Mungu alitoa marangi zake zote tukamjua mapema, kwa sababu kama angejificha vile alikuja, tumchague mara ya pili, tungehangaika na tungepata mashida mingi sana. So tunashukuru Mungu that William Ruto unveiled himself, tukamjua who he is. Sasa tumemjua, tumemsoma, sasa tutakaa na yeye vile yako, na tutapangana na yeye vile yako tukimjua. And I want to tell you, Martin, this time we cannot make a mistake. Yeah? We cannot make a mistake. Well, you know, Mheshimiwa Gachagua, sijui mko na shida gani ama uko na shida gani na wabunge kwa sasa, lakini wabunge wa Mount Kenya East, Meru, Tharaka Nithi na Embu
wanateta sana wakuwe, it's like wajiondoe, wakuwe ni Mount Kenya East alafu nyinyi mkuwe Mount Kenya West, na hii imesapotiwa na some of Mount Kenya West leaders including majority leader. Hakuna kitu kama hiyo. Hiyo ni mpango ya William Ruto. Hawa wabunge ni vibaraka ya William Ruto. Mwenye kutaka Are you saying William Ruto ana control bunge? Let me tell you my brother. Yeah. Mount Kenya is one and nobody can divide it. Mpango ya kugawa Mount Kenya East and West ni mpango ya William Ruto. Hawa wabunge unasema juu yao, hawa ni vibaraka ya William Ruto. Ni praise and worship team ya William Ruto. Anawapatia pesa, anawaambia vile watafanya wagawanye mlima, lakini raia wamekataa. I want to promise you Martin, ningetaka nikuhakikishie next year but one, God willing, Mungu atuchunge, tukue na uhai na tukue sawa. The mountain is one. Nobody can divide it. That, hiyo unasema, hiyo wabunge wakiongea is not them speaking. How ni amplifiers? That is William Ruto speaking. Why would he want that? Because anataka kututawala. Anataka kutukuelia vile Moi alifanya. You know my friend, history is repeating itself. William Ruto is doing what Moi did. See what happened. You served. Yeah? Moi you served. Yeah, I was a civil servant in his government. Yep. But that is what he did. Pale Murang'a alikuwa na Kamotho. Pale Kiambu alikuwa na Kanyinge. Pale Nairobi alikuwa na Mwenje. Pale Nakuru alikuwa na Kariuki Chotara. Pale Embu alikuwa na Kamuithi Munyi. Pale Meru alikuwa na Kalweo. Pale Kirinyaga alikuwa na James Jiro. It is the same script. Na Moi alitugawa akatukalia for 24 years. Unasikia? 24 years alitukalia, akatukalia kabisa na tukaumia because he divided us. 1992 tukaangukia hiyo mtego, tukaenda uchaguzi stupidly. Moi akatupanga tena watu ya Nyeri na Meru na Embu, Tharaka Nithi, Laikipia, Nyandarua tukasimamisha Mwai Kibaki. Watu ya Murang'a na Kiambu na Nairobi wakasimamisha Kenneth Matiba. Kibaki akapata 1.1 million. Matiba akapata 1.4, total 2.5. Moi akapata 1.9, akawashida wote wawili. Unasikia? Ndio sisi tulierevuka 202. Sote tukapigia Mwai Kibaki. From 202 we have never allowed anybody to divide us. So siku tumechagua William Ruto, amerudi kwa ile script ya Moi. Akajua hii watu ya mlima, kwa sababu mimi nataka niwakalie na niwatumie vibaya. The only way to control them ni kuwagawa mara mbili. Mimi nikakataa. Sasa akasema hili Gigi is a problem. Nikimuondoa I'll succeed. Akaniondoa, he will not succeed because the people are with me. Hao watu ya mlima wamemuonea 18. Wamejua the script of William Ruto to divide the mountain so that he can rule us and finish us as a people. Na watu wameelewa, watu ya kawaida. I want to tell you those MPs are on their own. Na mimi si mganga. Mimi I'm not a seer. Those MPs of William Ruto, hawa wanamfuata kugawanya mlima na kuumiza watu. By saa 3 hakuna utasikia. And I'm telling you, utaniambia. Na wakija kwako? Mimi sina shida, lakini waende waongee na Wameru, waende waongee na Waembu, waongee na hii Wakikuyu. Shida yao si mimi sina problem. Hata wananitafuta usiku na mchana, mimi natuma hao kwa raia. And let me also tell you something. Hao wabunge wote pale mwisho William Ruto atabaki peke yake. Watatoroka kwake. Lakini by the time wanakuja kwa raia watakuwa wameharibu. Sasa kama unasema vile unavyosema Mheshimiwa Gachagua kwamba Ruto succeed kuwadanganya nyinyi wote. What makes you think hata succeed a second? No, you cannot cheat the people of the mountain twice. You can cheat them only once. And the bitterness kwa hii watu ya mlima, why they feel so bitter? Because watu ya mlima ni watu werefu sana. Wanasikia vibaya vile hii mtu alitudanganya. They are feeling bad. And they are looking for an opportunity to correct that mistake. Unaweza danganya watu ya mlima once. William Ruto alitudanganya zote. Mimi, viongozi, nyinyi, mabishops, mareverend, wamama wetu, watoto wetu, alitudanganya sisi zote. He conned us. Akajifanya ameokoka, ni mtu ya Biblia. Alikuwa hata anaongea Kikuyu, anaongea Kimeru, tukamchagua.
akaanza kutuumiza na kutuhangaisha. Ametufuta kazi, ametuharibia uchumi, ameingilia kila biashara, ametudharau, ametutukana, ametuita wakabila, amejaribu kuunganisha jamii zote kutupiga. Sisi tumemjua, tumemuelewa. He cannot cheat us again. Na ndio umeona juzi amezunguka hapa anaongelesha pesa yake, anapatia watu pesa wamsikize. Bila pesa hakuna mtu atamsikiza. Na tumeambia watu wetu mchukue pesa mumsikize. Na mumsikize tu masaa machache, asichoshe nyinyi sana. I can tell you, you can cheat the mountain people only once. You cannot cheat them twice. It's not possible. So sasa sijui ni nini itafanya wamuondokee, kwa sababu kama wewe ulikuwepo na unatoka mlima, bado deputy wake bado ni kutoka mlima, Kithure Kindiki. Amechaguliwa na nani? Alipitishwa na bunge, katiba inakubali. Sio, ni mfanyikazi. Sasa mfanyikazi unasema ati deputy, mfanyikazi wa mtu. Sasa waka. The constitution of Kenya is very clear that a deputy president is elected by the people. That is a waka ya William Ruto. Na hakuna kitu anaweza kumwambia. No, mimi nakueleza, mimi nakwambia. Katiba pia inapeana. No, sawa, but I can tell you, he cannot tell him anything. Hakuna mtu anaweza tetea, hakuna kitu anaweza saidia. Na ndio unaona hakuna mtu anashughulika na yeye. That is an employee. It's just an employee. Somebody say, ni kama hii wafanyikazi yangu iko pale kwa gate. Nikimwambia fungua hiyo gate anafungua. Hata kama ni usiku na haitakiwi ifunguliwe, wewe watchman fungua, anafungua tu. Lakini mimi I was elected, aliniambia kitu, anambia bana, that is not possible, you know. So tusiongee mambo ya wafanyikazi ndugu yangu. Let's talk about leaders. That is a worker. And a worker will do what the boss wants. And that is what William Ruto wanted. Because William Ruto is a one man rule. Anataka kuongoza peke yake bila kuulizwa swali la mtu yeyote. Na mimi kwa sababu I was elected nilikuwa namuuliza maswali na kumwambia hii haiwezekani. Sasa yeye alitaka anitoe aweke mfanyikazi ambaye hawezi uliza swali yeyote, ni kufanya tu vile anaambiwa. Na ndio sasa tutaendelea kuumia kwa sababu hakuna mtu ya kutetea. Yeah. Yes. You know, Mheshimiwa Waluke ile wakati wa tour ya Western alisema kwamba nyinyi watu wa mlima mnatosheka tu wakati mko kwa uongozi. Wakati huo uongozi umeenda mahali pengine ama kwa kabila nyingine Kenya, mko na shida sana na hiyo. Sisi tulichagua William Ruto. Kama hatutaki iko makosa gani? I mean, kwa nini lewaoke tukisema William Ruto ni sawa? Why do they have a problem tukisema hafai? Yeye mwenyewe William Ruto alisema anataka miaka 5. There is a clip. Akiwa amefanya kazi aendelee, kama hafanyi afukuzwe. So what is the problem? When tulichagua William Ruto walikuwa wanasema sisi ni watu wazuri, ni wazalendo. Sasa hii tukisema hamtaki wanasema sisi ni ukabila. You cannot have a cake and eat it at the same time. When we wanted William Ruto, when nilikuwa nampigia kura huko Rift Valley, nikimpigia debe, mbona wako wanasema mimi ni mkabila? Siku nilikuwa namtembeza hapa nilikuwa naongea Kikuyu, mbona wako wanasema mimi ni mkabila? Siku hizi nikiongea Kikuyu wanasema kwa nini anaongea Kikuyu? Hata hii show saa hii wanaipiga kwa nini ati mimi naongea na Wameru. Lakini siku nilikuwa nikiwa pale Alba Hotel nikiongelesha nyinyi nikitafutia William Ruto kura, hao watu walikuwa napigia mimi makofi. This is democracy. Leo nimesikia wimbo ikiibwa hapo Nyahururu, nimecheka sana. Unajua watu walikuwa wanasema tutaamuka mapema kuchagua William Ruto. Hiyo wimbo hiyo imerudiwa, wanasema tutaamuka mapema kumfukuza. Which is democracy. The same people walisema tutaamuka mapema kumchagua are now saying tutaamuka mapema kumfukuza. Why do you have a problem with those people? They are the same people. They have a right to either elect you or to chase you away. Bona sasa mnatuita wakabila. Yeah. So Mheshimiwa Gachagua, kama utachaguliwa kwa hawa watu 6 ambao unasema mnaongea na wao, what will your presidency look like? Well, to start with is to restore the dignity of the payslip. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Na ni kuondoa hii housing levy. Kila mtu ajenge nyumba yake ndugu yangu. Hata wewe ujenge yako na mimi nijenge yangu. You know? Number 2 ni kurudisha mambo ya democracy. Allow people to speak. Number 3 is the rule of law. Hii maneno ya kuua watoto jinsi na nini because wanauliza maswali, it is wrong. Number 4 is to allow institutions to work. You cannot rule one man rule. Wewe ndio baraza la mawaziri, wewe ndio PS, wewe ndio procurement, wewe ndio accountant. You are trying to do everything. Umeona ndugu yangu William Ruto ametuma Wetangula mazishi ya Pope akapeleke wizara ya Rabirabi.
alafu mwenyewe hatosheki ameenda mpaka huko. That is the kind of president we have. He does not trust anybody to do anything. A message of condolence. Ametuma speaker. Speaker ametumia pesa ya umma, public money, to go to Rome to represent the country. Then president ametoka China ameenda huko. So what was the use ya kutumia pesa ya serikali kutuma Wetangula if he was going? But that is William Ruto. He does not trust anybody. He wants to do everything. Mpaka condolence message mwenyewe anaenda kutuma. My administration would allow ministers to work freely. Allow institutions to work freely. Let the cabinet work. Let them advise you. Allow everybody to work. Allow bodies that have been established to manage the affairs of this country to do their work. Then we ukue pale upeane policy guideline. But you cannot be everything. You cannot be everywhere. You know? Again, you must be reasonable and listen to the people. Yeah. Don't overtax people because you can't kill the goose that lays the golden egg. Kwa hivyo, kazi ya kwanza, na mimi nakwambia tutakuwa na kibarua ngumu sana. By the time tunachukua hii serikali, hata mimi saa ingine nashindwa kulala. Because we are in trouble. We are in a hole. We have overborrowed. It is not your Now burden. We are going to almost 11 trillion. It is not your burden. Unaweza wachana nayo. Nasema, we can. This is our country. Sasa tukiwachana nani tutawachia nani? If all of us give up, tuinue mikono, the way people are telling me, you know, when I was removed from office, my people were advising me niende America nikakae huko, niwachane naye. Sasa ningiwachia huyu Ruto si atakanyanga kila mtu hapa. If I left the country the way people were advising me, angemaliza hii watu ya nyumbani. He would finish all everybody. But I have to be there to check him because I know him. I would have been very selfish and irresponsible as a Kenyan citizen to flee the country the way I was being advised by some people and go abroad and stay there and leave Ruto to overrun everybody. William Ruto need a man to check him, and I'm there to help other leaders to check him, because if we don't, he'll finish this country. Atatumaliza. Atamaliza inchi kabisa 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 kabisa. So I have a civic duty as a citizen of this country to help the people of Kenya to check William Ruto, because he has swallowed the opposition, he has compromised parliament, he has captured the state, he is doing every business in this country. He is all over. The country is almost in ruin. A man has to stand up and help this country to say no, and that is what I have done with other leaders. And I'm asking other leaders not to fear, to join me, and I want to thank my brother Mithika Linturi for agreeing akuja tufanya kazi pamoja. Justin Muturi, Fred Matiang'i, Stephen Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, George Natembea, and other patriotic Kenyans. Let's join hands and say no to one-man rule, and say no to corruption, and say no to state capture, and say no to the ruin of our country. Because we have no other countries. Sisi tuko na watoto hapa. You know, people are advising me, oh, sasa vile umetolewa wewe, why don't you go and stay abroad, you relax there, nini. Sasa tugewachia huyu jamaa na vile yako mkali, na vile watu wanamuogopa. He needed a few people who cannot fear, people who can face him head on and say, no, this is too much. You know, we cannot allow this. Lakini, nijiuliza tu, some of these policies zenye wewe uko against sahi is what you campaigned ati mtafanyia wa Kenya. My brother, housing, health. My brother, health. I have told you, our captain, our leader, William Ruto, convinced us that housing was good for this country to provide shelter, to provide employment. But we did not know ni biashara amepanga. You see, so along the way tumekuja kujua. Now you cannot blame us that we were supporting something that a leader had convinced us that is the right thing. So housing, for example, naikataa kwa sababu ni biashara yake ama haisaidii Mkenya? Haisaidii Mkenya. Tena he had not told us ataweka taxation kwa kuambia watu watoe pesa. You see, shamba ni ya serikali. Ilikuwa ijengwe na nini? No, shamba ni ya serikali. Si ndio? Pesa ile najenga ni wewe umetoa kodi, alafu unauziwa. How come? Let's you know, it's theft. Ni wizi. Shamba ni ya serikali. Pesa ya kujenga wewe Martin umetoa pesa. Imeuzwa. Hii pesa naenda wapi? Ningia treasury labda. Treasury gani? Hii ni wizi. Na hiyo ndio mimi nilikuja kujua. You know, these men came with a Bible
Alituongelesha na Biblia bana. Anatuongelesha karibu analia. Oh, we'll fix this country. Oh, we need to build houses. Oh, kumbe ni biashara na wizi. So hii maneno ndio mimi nimekuja kujua nikiwa pale. Wote tumejua, lakini hakuna mwanaume pale isipokuwa mimi naongea na Justin Muturi. Wengine wote ni waoga. You know? So all those things tulikuwa tunapigia debe. Alituambia tutaweka watu pesa kwa mfuko. Alisema bottom up. Tutoke bottom, twende up, mpaka sisi tunafanya namna hii. He was so convincing, my friend. Sasa alisema ataweka watu pesa kwa mfuko. Ile kidogo ilikuwa kwa mfuko amekuja ametoa. Ndio hiyo ameweka mambo ya housing. Ndio hiyo ameweka mambo ya SHA. Sasa wewe ulitaka mimi sasa nikae tu pale kama mjinga nikuwe yesa ati nisemekane mimi ni mwaminifu kwa rais, nikubali wa Kenya waendelee kuibiwa na kuumizwa na mimi nimenyamaza? I would be a very, very terrible person in this country if I had allowed myself to be a yesa person, to allow the president to ruin this country and to finish us and to run down the economy of the country. Again, Mheshimiwa Gachagua, I will ask. Hii makorofishano yote ambayo mlileta kwa Wakenya, mbona hamkuyatatua kwenye cabinet ambapo mlikuwa mnafanya policies hizi zote? Nimekueleza, the cabinet is a one man show. Ni mimi peke yake nilikuwa naongea mpaka ikafika pahali nikafukuzwa, because sasa unajua ilibidi nipige karibu kila kitu. Sasa nikaonekana kama nuisance. The rest wamekaa ni yesa. Hakuna mtu anaweza ongea mambo ya Gen Z kuuawa. I say no, how do we kill children? Watu wengine wote wanaangalia chini. Hakuna mtu anaweza ongea. Cabinet ya William Ruto is a one man show. Hakuna mtu anaongea. I was the only man speaking until he got so irritated that I'm opposing almost everything, because ilifika pahali he is against the people of Kenya. Ameumiza wa Kenya zaidi. Ikafika pahali kama hii maneno ya Haiti. I told him tunatuma askari Haiti kufanya nini? Kusaidia kupigana na majangili ya nchi nyingine, na majangili hapa wanaumiza watu wetu. The way nimekuambia hapo Igembe. Sasa hiyo mimi napinga. So akasema wewe umekuwa opposition ndani ya serikali. But you see there is nobody else to speak. So why would you speak against yale mambo ambayo mnafaa kufanyia watu, na nyinyi na wewe pia uko kwa serikali? Sasa nakuuliza, hiyo ya Haiti ya kutuma watu wakasaidie majangili, is it the right thing? You were supposed to support the president. How do I support what is wrong? I'm not a fool. I'm not a robot. I was elected. Yeah. You know, that is the difference between me and huyu yesa. You see, yeye amepewa kazi. So akiambiwa hii yesa, akiambiwa hii yesa. Mimi, I was elected by the people. My loyalty is not to the president but to the people who elected me. Mimi ni mtu alinipigiwa kura. So mimi lazima nikiona ile mtu alinipigia kura anafinywa, nasema hapana. Lakini mtu ya kuandikwa, ya kupewa shika hii kazi, lazima akubaliane na ile amempatia kazi. Mimi Ruto hakunipatia kazi, mimi nilipatiwa na Wakenya. So mimi niliamua kurudi kwa pande ya Wakenya wale walinipatia kazi. Ndio William Ruto akaona haiwezekani, akatoa pesa, akanifukuza. Sasa he is having it all the way to the bank. Ameenda China na kwa maloni, hakuna mtu ya kuuliza. Akitaka kuchukua pesa ya nchi, akuja honge watu hapa Mount Kenya, hakuna mtu ya kuuliza. Akitaka kuongeza kujenga ma state houses na ma state lodges, hakuna mtu ya kuuliza. There is nobody to speak for the people of Kenya, because the constitution has been subverted. The constitution said a deputy president is elected, so that at least in cabinet there is one person who can say no, because all the others amewapatia kazi. But the framers of the 2010 constitution were very clever people. At least they needed somebody who has the mandate of the people, who can stand in cabinet and say no to the excesses of an autocratic president. But you see now that he has... Hiyo ni kazi ya minority side. No, in cabinet. Yeah. You know, even in cabinet, the framers of the constitution wanted a deputy president who is elected directly by the people. Who can tell the president, hey boss, no, this is not right. But you see the president has subverted that constitution using money na ukora ya bunge. So that ameondoa mtu elected, watu yote pale ni watu yake amewapatia kazi. Is parliament under capture? It's under capture, total capture. Total capture, 100%. Unaweza sema remedy ni nini? We just have to vumilia. We do the right thing in 2027. Tuchague watu ambaye who can stand up for the people of Kenya.
watu wazalendo, watu ambaye haweki tumbo yao mbele. That is a remedy to the whole of this situation. Okay. Again, we have to elect a president who means well for this country and who puts national interest above personal and commercial interest. Is that you? It could be me or somebody else. Yeah. I am not saying I'm the solution to the problems of Kenya. I can play a part. If the people of Kenya decide that I should, I will. If they decide somebody else should, I'll support. I'm that selfless. Yeah. I'm that patriotic. I'm not a selfish person. Mimi ni mzalendo wa Kenya. And I have sacrificed a lot. And I agree to be the sacrificial lamb for the benefit of the people of Kenya, so that this country is not destroyed completely. I must be a voice of reason, and I'll continue to speak for the people of Kenya. Yeah. So now, as we conclude, Mheshimiwa, Mkenya anajiuliza, so this, as you go kuchagua ule mwenye atakuwa now presidential candidate, what will be looking at? Kwa hii mambo yote? Well, first and foremost is a nationalist and somebody who is selfless, na mtu ambaye ataweka nchi mbele yake mwenyewe. Na that is what we will be looking at. But mostly we will listen to the people of Kenya. You know, at the end of it all, my brother, hii maneno yote ya uongozi ni ya Wakenya. Na ndio mimi ni mtu ya kusikiza ground. And that is what the president was saying. I am intimidating members of parliament by asking them to listen to the ground and to listen to what the people are saying. People of Kenya ni watu werevu, watu wa Kenya wataamua. But listening to them, they may not know whom they want, but they surely know whom they don't want. That I can tell you. Mimi nimezunguka, yule mtu hawataki hiyo wanajua. Labda yule wanataka, they are yet to know because there are many choices. And they'll, along the way watajua ni nani wanataka, but at least I'm happy they know whom they don't want. So wacha tuendelee, time is on our side. We have 2 years to go. IBC is being formed, and an IBC is neither here nor there. The will of the people is sovereign, and nobody can overturn the will of the people. Watu wa Kenya wataamua na watapata viongozi wazuri. Tukimalizia, kuna comment moja hapa ameuliza maswali kadhaa. Anasema anajiita Murangiri on Nairobi. Anasema ask for Kenyans this question. On leadership and accountability, having served as deputy president, you witnessed the challenges of governance firsthand. What do you think is the biggest obstacle to effective leadership in Kenya, and how can civic education empower citizens to demand greater accountability from their leaders to ensure that the country's resources are used for the common good? I think we need to relook the procedure of recalling members of parliament. It is too strenuous and too complicated. It's almost impossible. Yeah. Because, you know, the National Assembly and the Senate is the institution of accountability and oversight. Yeah. If those institutions are compromised, then the country can sink the way we are sinking now. I think we need to relook at the procedure of recalling members of parliament. We make it a little bit flexible so that members know that if they abscond their role of keeping the government in check and ensuring there is transparency and accountability, the citizens can recall them. I think that will be the solution. As it is, wanafanya vile wanataka. That is why uliona wanaambiwa wasipitishe finance bill, wanafanya, until people wanted to storm parliament. And Ruto was trying to blame me for that storming of parliament. I had nothing to do with it. That was a spontaneous reaction by the people of Kenya because of impunity. Mpaka Gen Z waliona imekuwa too much, wakaenda parliament. You know, they were trying to say ati mimi ndio niliwatuma huko. Mimi nimetoa. I was not even aware about Gen Zs until after this thing. Nilikuwa nauliza my children, what is this Gen Z thing? Then they explained to me. I was not even aware of their existence. It also caught me by surprise. But me, I had detected it. The resistance to finance bill, I had known 3 months before, and I told the president. Severally, privately, nikamwambia hii kitu mkubwa achana naye. In cabinet, I opposed. Kujua na pia yeye ako na NIS. You heard what I said about NIS. Yeah. The president didn't seem to have proper information. He was insisting that everything is okay and the thing is popular, when it was very clear that nobody wants a finance bill. And I told him, to an extent, I even had
very difficult task of opposing the president in the cabinet to say no to finance bill. You know, that is because why I had tried to talk to him. Hivyo ndio sababu anasema wewe ulihusika kupanga hii mambo. No, nilikuwa tu nimemwambia ukweli. Yeah. So they said because nilisema itafanyika labda nilijua, but I was listening to the people of Kenya. I didn't know the form itatoka, but I was listening to the people of Kenya and I could tell watu ya Kenya watakataa mambo ya finance bill. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, thank you very much kwa hii nafasi. Tunashukuru sana na pia kwa kuongelesha wa Kenya kupitia Wero TV. Asante sana. Tunashukuru. Na mimi nimeshukuru sana na nimefurahi sana Wero TV. Well done and thank you very much. Watu wetu wa Meru, napenda nyinyi na mtakia mema. Nataka msaidie Mithika Linturi, nifanye kazi na yeye, na mwezi wa 5 tutazindua chama yetu mpya ambaye ni chama cha ukombozi, na ndio chama tutatumia kutafuta serikali mwaka wa 2027, na hasa kutafuta wabunge wazuri na maseneta wazuri ambaye hawezi uza jamii, ambaye hawezi uza wananchi tumbo zao, ambaye ni wazalendo, ambaye watafanyia watu kazi. Na tutaendelea kutembea. Sasa nitaanza kutembea Meru na nitatembea kila pahali katika Jamhuri ya Kenya. Nitatembea Kisii, nitatembea Pwani, na mimi niko sawa, na ninashukuru na nimeshukuru sana kwa kunipatia hii nafasi kuongelesha watu wa Meru na wa Kenya kwa jumla, na tutaendelea na tutazidi kuongea na kujadiliana. And I want to thank you for the good job you are doing of informing and educating our people and entertaining them. That is the work of the media and you are doing a good job. Thank you very much. Asante sana. Ukikuja Meru, Peter Station sasa tufanye kutoka kwa station. Nitakuja. Asante sana. Sasa mimi mtu mwananchi ya kawaida nitapitia. So Mithika Linturi atakuwa na nafasi gani kwa chama yako? Linturi atakuwa na cheo kikubwa sana katika chama ambaye niko karibu kuzidua. I'll be unveiling the party shortly, and then we'll have a very big launch before the end of the month. Very colorful and big launch, and we will invite people to come from all over the country. It's a national party. Itakuwa na kila Mkenya, itakuwa na uso wa Kenya, na chama nzuri. Na from there, after the launch, hopefully we will participate in the coming by-elections, and from there nitazunguka Kenya na officials wangu, tukifungua maofisi, tukiuza chama, tukiuza sera. Na sisi tusiulizwe na mtu, sisi tuko kwa serikali, sisi tuko kwa kuuza chama yetu, tunajiandaa kwa uchaguzi. Kazi walitufukuza, kwa hivyo mtu aseme ati bora Rigathi hauzi sera. Mimi siuzi, nyinyi mfanye kazi. Sisi tunatafuta serikali. Na njia kutafuta serikali kwanza ni kutoa yule ako. Kwa hivyo that is our first priority. So tusiambiwa tunataka kumtoa ati hatuna sera. Tuko na sera. Siku ya manifesto ikifika before the election, we'll explain what is our manifesto. Tutasema sera zetu ni gani. Utaalika Uhuru Kenyatta kwa launch? Uhuru Kenyatta is our leader. He is retired and we want to allow him to enjoy his retirement. What we need from Uhuru Kenyatta constantly is his blessings and advice. And when we do that, it's always available. But hatutaka kusumbua yeye na rais, na ndio mimi nimeona Ruto anatuma hao vijana yake kutoka leo tu kumtukana. You know, na tungetaka kumwambia William Ruto, ulitukana Uhuru ya kutosha. Kama wewe pia unasikia, don't say to those young people, be a man enough and insult Uhuru Kenyatta, then we'll face you. Wachana na Uhuru Kenyatta, he's enjoying his retirement. Steve anakuambia, tell people's deputy president we trust him and thank him for standing firm to save the Mlima people. Tell him never to give up, for he is our voice. Thank you. I'll never give up. Hata nikiwa accused of tribalism nini, hiyo watu ya Mlima ni watu wangu. Nitasimama na hao kwa sababu that is what all communities do. Asante sana Rigathi Gachagua. Thank you. Asante. Thank you very much. Na asante sana mutegeri wa Wero TV na muthikiri wa Wero FM, no tubakwithira wina bahati utukubarua ri mwakuma wa Munyoro county ya Nyeri tukari na Rigathi Gachagua, former deputy president kana